Bethel Clouds TV, empowering lives. Twende mbio kidogo. Haleluya. Tuweke 140. Twende mpaka mbio kabisa. Haleluya. Are you ready to praise the Lord? Ninatamani kumsifu Bwana. Nimemiss kusifu.
Tutacheza. Unacheza. Weka mikono yako. Cheza pole pole na mwana hii. Haya ya. Alafu unaweka maringo kidogo. Haya ya. Hai. Weka maringo kidogo jamani. Bwana asifiwe. Gai anenehe.
twauga tũke nĩ ũndũ twateirwo nĩ ithe witũ ithe tiguo twakiuga tũke tũraiguire tarĩ ũndũ mũgeni mũno makĩria twĩrĩtwo atĩrĩrĩ thikĩrĩria thimũ ĩyo yumĩte kũna na ithuĩ tũrauga atĩrĩrĩ gũtirĩ hĩndĩ tũtagũka gaicwana ga cukuru nĩkĩ no rĩkoragwo we mũnene wanyu ũrĩa ndĩrĩaragia nake nĩwe nĩkĩo aya karĩ campaign uma uma campaign rĩu rĩ nĩtũkwaria na o kiumia ĩyo kiumia mũgokaga ndĩrĩaga tigiti wanyu nĩ ndĩrĩhaga tigiti wanyu na ngamũhe kamũtu nĩguo nĩ ndaigua nĩ mwetĩkĩra kũndekera niĩ ndaragia na wariara etagwo wariara nyariara niĩ ndĩrerirwo mũthenya ũcio mũrahũrĩirwo thimũ rĩ nĩguo ndĩrerirwo atĩ nĩ athire nĩguo ndĩrerirwo nĩ athire ndirĩ ndamenya ũrĩa he mũtumia tũrakoragwo nake gũkũ ĩ ũrakoragwo ka obici ke harĩ mũtumia mũkora tondũ niĩ ndanjĩrire no ndĩracoka kũrwo nĩ erirwo no ndanjĩrire no anyita tiga ũcio rĩu harĩ ũrĩa ũngĩanjĩrire tondũ ndĩrerwo nĩ merĩtwo na matianjĩrire no anyita nĩ merĩtwo no maitikire atĩa matianjĩrire rĩu niĩ ndĩragĩciria mwanguire wana tondũ nĩ ndarega gũka nginya mathiko nĩ ndarega kũnyitanĩra na inyuĩ nĩkĩo mwamenire niĩ ndamũhoya mũndekere nĩ mũkũndekera kana mũtikũndekera nĩ mũkũndekera kana mũtikũndekera no mwaga kũndekera niĩ no kũmwĩra mume mũthiĩ nĩ twakũrekera tarũgamai na igũrũ mwana wake egũkũ ũkai haha mũngai egũkũ nĩ twake mwana wake ndio na ndamuona atumia theri ũkai haha ũkai mwarĩra-inĩ haha ndĩkĩrĩhe thirĩ ũkaha ũmatongoria rũgama harĩ ta nĩ heo macuka macio tathi harĩ mweri wa ĩrĩ tarĩki 6 ndaiguire ũru mũno we ndwamenya nĩ ndaiguire ũru bange yaini harĩ mũtikĩhe macuka macio tũthiĩ ũguo ũkoka na haha ũkokai ũguo haha ũkai ũguo nginya haha ĩni ndĩkĩrute mbũri yake rĩa ĩtagwo ngoima yake ya thĩnjo wewe unaenda wapi wewe ni shosho wewe ni shosho yeye ni shosho ndagĩikare thĩ nyambe jarie na shosho wewe kaa chini kaa hapo tu wazee kaa chini athuri maikare thĩ nĩ ndĩramenya wewe kaa hapa karibu tu nitakunani ama kuja mtolea hizi shosho rĩu ndĩrenda atĩrĩrĩ tondũ akĩmũteire rĩ ndĩkĩcũnge mũhera coka ikare thĩ nĩndamuohire ikara thĩ we nĩndakuohire ndarĩ kuo ũyũ arĩ kuo ikara thĩ ngĩkuona we ndũgecirie nĩngwĩrĩra
Dena tulia Gikuyu tonya thiini na mugeni witu tonya thiini anjara yo muthanyitagwo nayo rio tonya thiini ege na ni mwana witu tonya thiini Thank you muna mahorere makofi ona mutumia kwenyitirira gikenge gia thitima umeme kamuringa ikaraithe na nimukuheo riri nimukuheo kamutu na gacukari koneka kamutu koneka niguo yes wewe unasema mimi nasema kwa jia leo hii kanisa ipanuke iwe na mali mingi ndio na washirika wote wafanyikazi wote Mungu awabariki sana na waonekanie na kanisa ijae mara 5 ndio tupate na nini pasta yetu aloike. Mungu akubariki sana, akuonekanie, akuondolee magonjwa, boma yako isimame vizuri. Mimi naomba na kuamini. Hata hiyo mimi naambia Baba wa mbinguni atatimiza. Amen. 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 Gayana nahe. Bwana asifiwe. Niwashokia turashokia gawa kwa ndungata eno. Jehova Ngai witũ nĩ akũwe. Twetie hinya kona inya cumĩte huho. Ithe witũ coke kũmũririkana. Akĩririkana mũhĩrĩga wa Ibrahimu. Agĩe na ihinda rĩa kũmũririkana. Kĩrĩa tia kuma kũrĩ we Jehova. Ũgĩe na ihinda rĩa kũmũnengereria. Nĩgũkorwo nĩ ararĩithia ndungata cia mũhĩrĩga wa Sela. Iria ikurete ciana cia ndigwa tumia ndigwa othe nĩ amatungatagĩra. Koguo nĩkĩo tũretia hinya kona inya ciumaga huho. Ngai wakwa mũmbi wa igũrũ na wa thĩ ndagweteria hinya kona inya ciumaga huho nĩgetha wamũkĩre kĩheo kĩu nĩ ũndũ Ngai nĩ mwega na Ngai mwĩhokeku. Amũkĩra Jehova, amũkĩra mũriũ, amũkĩra iheo ciothe Ngai wakwa. Nĩgetha Jehova ekwo wega. Thank you. Asante Baba. Asante Mwenyezi Mungu. Asante uliye huruma. Asante uliye nguvu zote. Asante Baba. Asante Baba. Asante. Thank you. Thank you Baba. Asante. Thank you. Ngai akũrathime. Okay, Redeemer. Simama mbele yako Jehova ameondoa. Amesimama na wewe kwa sababu ya kazi yake. Jehova atakulivina, Jehova atakuinua kwa sababu ya ni Bwana. Rimia raida Jehova rida kwa kazi yake Baba amesimama katika pengo. Amen. Kumebaki ingine? Leso ingine? Leso moja?
ate urauga ngwendaga nuthu ni ngwendete furu Ndakena. wakena weka iritu gakwa ate rona atake Taoje itheire. acha dige kwihithira dige kwihithira we wakwa yana matu asanti mutumia we ha nikiwe tiga wiru rugama Thank you. God bless you. Ako happy huyu mama wangu. Huyu mukaba. Nimeda hadi na komwekaba. Ewe ina kana kanini. Amepeleka kunyonyesha nje. Mzee ako wapi? Mzee wameenda mpaka na mzee. Enda mkuje na mtoto na angalia. Na mkuje na kitu kama umeshika kwa mkono. Tunitutuire ani watumia kwa riu. Ndona uri aginya ni igwa wiru ate ndimo ndamugaitheirie wendo. Habari zenu. Mumefurahi? Hata mimi nimefurahi kuwaona. Ndenda kwamba kuamukira kana ke hage kuriu. Ciaridia. Florence, where are you? Kujeni. Kuja kibia Florence. Ciaredi. Na nani mama mmoja hapa ukawe nini tomukire kana ke haha niga guku niga guku rukana gakatuka tukamukire nigetha guku kuri na arogi maroga ciana ta icio na ngimarenda gakoroga kage ga Susan ni araciarire a bouncing baby boy, a bouncing urogi wanyu ndunaruta wira ni uragire kuruta wira na riu urogi undu rutaga wira kundu kuriku guku ndurutaga wira no anyita tariu gaka keritwo maundu maingi muno gaka ugu keritwo maundu maingi oye oya mwana ucio mumurehe leo ni elders munekere oyo kujeni muko na kitu kwa mkono kuja hapa mulete hapa sasa. Huyu mtoto kabla hajafikisha hapa, kujeni nyinyi hapa, simama wewe mzee, simama hapa na mama simama hapa, simameni hapa, patia huyo mama negero ni mukuru wanyu ukahaha we na ukahaha we muri nduri hana muda najua huyu ni wa Interahamwe. Interahamwe ni wa kutoka kule Burundi. Interahamwe na Mugike ni kitu moja. Huyu ni Mugike. Na huyu ni nani? Sasa ni kitu mo. Ndio naona tunasikilizana. Sasa huyu mtoto si wenu tena. Nataka umulete kwa madhabahu kama vile Hana alipeleka mtoto kwa madhabahu. Si ndio? Hello. Ama bado nini nasikia kitu na huko. Are you ready for that? Sasa leteni mtoto hapa tumpokee. Yes. Ni hapa kwa kagemi. Nikasiana mandika fulani. A boy. Atumia meko. Gemi dhano cia kahi. Mutikiambiririe. Huyu mtoto abarikiwe. Kutokana na magonjwa, kutokana na ugonjwa na uchawi, waganga na warogi, mapepo aina yoyote yasikupate. Umesikia? Simena kama Ismail. Usipatane na shida yoyote katika dunia hii. Na shida ikikuja, Mungu atakushidania. Umefunikwa na damu ya Yesu Kristo. Umezingirwa na moto wa Roho Mtakatifu. Hakuna kitu kitakuinukia. Utabarikiwa.
na wewe ni nabii, na utakuwa dunia mzima, na utapata kibali mahali popote utaenda, utapata kibali. Dunia hii itakubaliana na wewe, kila kitu cha dunia hii kitakubaliana na wewe, maana wewe si mtu wa kawaida. Wewe umebarikiwa, wewe umebarikiwa, wewe umebarikiwa. Amen. Asante. Thank you. Ndio si wachai muingie kazi. Wachai muingie kazini. Si ndio? Tuone Mungu na uchawi ni nini kubwa. Halo. Si unisalimie hivi kwa hewa. Asante sana. Yes. Karibu. Are you ready to serve God? Kuja. Tulia maruhari. Tahai maguta. Wale mena rohia. Manake odea ndio demoitereria maguta ndiye make. Sina reason ya kukumwagia mafuta. Mimi niliambiwa nikumwagilie. Huku kwingine wewe utajita kujua ni nini. Mimi sijui. Sina reason hata kidogo. Sijui. Mimi nimeambiwa nifanye nini? Nimwagilie mafuta. Hiyo ingine sijui. Sijui. Wako watu wawili niliambiwa nimwagilie mafuta. Na ndivyo nitawamwagilia. Kuna kijana mwingine yuko hapa. Wewe kuja. Si uvae kazuti bwana, vaa koti bwana. Acha kuniangusha chini. Yes. Si muona ni msumata? Kai. Usikue kama baba yako. Unaelewa? Usikue kama enda pale upige magoti pale chini. Huyu ndio mtoto yangu. Huyu niliachiwa akiwa na 9 months. Alinikunia kwa mdomo. Nilikuwa nimeenda kulewa, sasa nikasahau kuvuga diaper. Sasa kakarara hivi na mimi nikarara hivi, tukarara si. Naye kakakaa hivi, kakaachilia. Nikaingia kwa mdomo, mimi nikafikiria ni chakula. Sasa mimi nilifikiria ni chakula, nikakuta asubuhi nilikula pupu. Ile mkono yoro. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe rĩa Mwana na Roho Mũtheru, ndagũitĩrĩria maguta maya, Ngai nĩoĩ gĩtũmi kĩamo. Ndagũitĩrĩria maguta maya nĩgetha makwamũranie na makweheranĩrie na maũndũ mothe marĩa mangĩkorwo makĩgirĩrĩria kĩrathimo gĩaku gĩgakinyanĩra. Ndagũitĩrĩria maguta maya ta marĩa maitĩrĩirio Daudi, nĩgetha ũgatuĩka mũthamaki, nĩgetha ũgatuĩka mũrĩithi, na nĩgetha ũgatuĩka mũnabii. Ndakwamũrania na mĩtego o yothe, bara o ciothe cia thĩ ĩno, bara cia famĩlĩ yanyu, bara cia matũra, bara cia mĩhĩrĩga, bara cia thakame-inĩ ya kwanyu, ciothe itikana kume thutha. Ndagũtinia gĩkonyo gĩaku, nĩ ndakũrenga kuma famĩlĩ yanyu. Gũtirĩ bara cia famĩlĩ, mĩrimũ ya famĩlĩ, magongona ma famĩlĩ magagũkuhĩrĩria. Ndagũtua mũthamaki thĩinĩ wa famĩlĩ yanyu. Nĩ ndagũtua mũthamaki thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, atĩ kuma ũmũthĩ kũrĩa guothe ũriumagaraga, Ngai arĩkoragwo hamwe nawe. Ũgĩcoka Ngai agakorwo hamwe nawe. Kĩrĩa ũrĩrĩaga na kĩrĩa ũrĩnyuaga, Ngai nĩ arĩmenyaga nĩkĩ, na nĩ arĩkũrathimaga, na nĩ egũkũhotanĩra kũrĩ thũ cia mũciĩ na thũ cia matũra, na thũ cia kũraihu na thũ cia hakuhĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo. Kama vile Daudi alimwagiliwa mafuta na Samueli, ndiposa akafanyika kiongozi. Na kama vile Daudi alimwagilia mafuta Suleiman, ndiye aweze kuendeleza kazi yake. Hivi leo na kumwagilia mafuta kama vile Daudi alivyomwagilia Suleimani, ndiposa akaweza kuendeleza kazi ya Mungu iliyokuwa ndani ya Daudi, ikaendelea mbele katika Solomon. Kutoka leo vita vyovyote ambavyo vinatokana na damu, bloodline, ama clan, ama tribe, ama chochote ambacho kinaweza inuka kutokana na mambo aina yoyote ile ambayo imetokana na mama yako ama baba yako, hakuna kitu hata kimoja, misingi aina yoyote, iwe imetokana na damu ama mchanga ama family tree, ambayo itakuandama. Mungu atakuinua, atakubariki milango yote ya dunia, na chochote ambacho utakihitaji mahali popote duniani, Mungu asema amekukabidhi. In Jesus mighty name. Asanteni. Mimi nimemaliza kazi yangu, hiyo ingine sijui mtatafanyika nini. Sasa tuko katika dreams. Sema dreams.
Niotolee kamutugi ni kegi sana. Tuko katika dreams. Dreams ni nini? Sema doto. Ni zile doto tumekuwa tukiota. Na doto ni vitu ambavyo vinatendeka. Yaani unalala, unaota ama unaona kama vision. Kuona kama vision pia ni doto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama kulala uote, ukiamka asubuhi unaamka unakuwa na kitu uliona. Hizo ndizo tunaitaga dream. Ile kitu natakanga kukua nani yako hapa? Kwa nini? Kile kitu ambacho utakuja kukua ama kinafaa kukufanyikia, that is a dream. The career, the job that you want, biashara ambayo unataka, lolote ambalo unapania kuja lifanyike kwako, that is what we call a dream. And today we are discussing that dream. Lakini we are discussing from the family line. Tutaidiscuss kutoka kwa nini? Milengo ya kifamilia. Na katika milengo ya kifamilia tutaingia kwenye the firstborn. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the firstborn is the dream of a family. Kama hamjajua wangapi hapa ni mafirstborn? Mafirstborn. Kabla uzae mtoto wa kwanza, the firstborn, unakuaga umeomba, unakuaga umemtafuta, unakuaga umeng'ang'ana mpaka upate the firstborn. Na firstborn ndiye atakuaga kama ndiyo pillar of the family. Firstborn si mtoto wako akizaliwa kama hivyo wewe ni firstborn. You are not a daughter or a son of that family. Ndio kwa maana hamusikilizagi na watu wale wengine. Ndio kwa maana hamupelekanagi na watu wale wengine. Maana you are not a child of the family. Wewe si mtoto wa hiyo familia. Wewe ni mtoto wa Mungu. Kitu chochote cha kwanza kinarudishiago Mungu. Ndio unaona tukivuna mazao yetu tunarudishia Mungu. Ndio unaona tukifanya chochote tunapeleka kitu inaitangwa first fruit back to God. Chochote, hata ukilima, hata ukifanya kazi yako ya kwanza unarudishia Mungu. Maana kazi ya kwanza ni ya Mungu. Ama kitu cha mazao, kitu cha kwanza cha kuzaliwa ni cha Mungu. Sasa tunakuta mtu anaitwa firstborn ni mtu amepata matatizo chungu zima. They suffer a lot. Ni watu wanateseka. Ni watu wananyanyaswa. Ni watu wanapitia magumu ambayo hawayaelewi. Na ukiona mafirstborn wanakuwa ni kama wanasubasuba. Ni watu wamekaa kama wako na challenge katika maisha yao. Ni watu wamekaa kama ni watu wanakaa, ukimwangalia tu anakaaga wana. Ushaiona mafirstborn wengi? Hata kwa nyumbani ndio wanabebagwa na gari. Kwa maana secondborn, most likely secondborn wanakuaga wamenunua kagari, wamebarikiwa. Sasa wakitaka kwenda nyumbani wanapigiaga firstborn, umiraha ufara, ndio mukuire mwana. Haleluya. Ndio umubebea nini? Mtoto. Na mkifika nyumbani firstborn unakutaka anatumagwa na secondborn. Anaambia si tukibirie kauga. Si tukibirie tumaji. Si tukibirie kitu. Maana the firstborns wakipatana na the difficulties of the world wanashindwa kupenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana ni mtu ambaye si wa dunia, ni mtu wa Mungu. Kwa hivyo anapiganagwa na yeye sana. Na sababu ya yeye kupiganwa na yeye sana ni kwa sababu si mtu wa kawaida. Haleluya. Na sasa hiyo ndio bego ya kwanza. That is now what we call the seed of the family. Your first son, your first daughter, ndio seed ya familia. Hiyo ndio amebeba siri ya familia. Ndio amebeba siri ya familia, ndio amebeba uwezo wa familia, ndio amebeba nguvu ya familia, imebebwa na mtu anaitwa firstborn. Na ndio unaona shetani anataka kupigana na firstborn, ndio amalizane na firstborn, ndio aweze kupiga familia nyingine. Firstborn ndio mlango ya familia. Lastborn ndio mlango ya kufuga familia. So mlango ule muhimu ni mlango wa kufungua familia. Mlango wa kufanya familia inawili. Baraka zote za familia ziko na firstborn. Baraka zote, kila kitu, na kitu kinaitwa birthright. Birthright inakuwa na familia na firstborn. Kwa hivyo firstborn akikaa maisha ambayo sio mazuri, kama sasa mumuonee, mumuchekelee, mumuachilie, mlango wenu imefungwa. Unaweza kuwa na magari, unaweza kuwa umetajirika, unaweza kuwa na mambo makubwa, lakini kwako unakuwa unazika kila siku. Kwako unakuwa kuna magonjwa kila siku. Kuna matatizo katika ndani ya family yenu yote because there is a problem with the firstborn.
until you recognize the firstborn, maana ndiye amebeba kifunguo ya familia. So in whatever circumstance, when the firstborn ameteseka ama amekuwa isolated, ni kumaanisha mlango ya familia imefungwa. Mlango ya familia haifanyi kazi, maana vitu vyote vinapitia katika mlango ya firstborn. Na firstborn akikasirika, nyumba yenu nayo inakasirika. Firstborn akiteseka, hata nyinyi mtateseka. Firstborn akikosa kuenda mbele, hata nyinyi hamtaenda mbele, maana he is carrying the mantle. Firstborn is the mantle. First thing, firstborn is what? The key to the family, the door to the family. Number 2, firstborn is the mantle of the family. Bwana Yesu asifiwe sana. Firstborn is a spiritual leader. Yeye ndio kiongozi wa family spiritually. Yeye ndiye amebeba the spiritual impact, spiritual power ya familia. Firstborn ndiye amebeba utajiri ya familia. Firstborn ndiye amebeba misingi yote ya kifamilia. Kwa hivyo firstborn ni mtu wa muhimu katika familia kubadilika, familia kukaa vizuri. He is the dream of the family. Ndio unaonanga mtu yote anaenda kuzaa mtoto ya kwanza. Kama mimi wakati niliona mtoto ya kwanza sasa anaenda kuja, nilikuwa na wasiwasi mwingi sana. Mpaka nilikuwa naenda nasikiliza na muuliza ndaka hivyo. Nakaambia, sema nataka kusikia. Sasa hiyo nilikuwa nafanya ujige, nakapigia simu. Hai, sasa mama ananiambia atendegalaikia. Kandegalati dekana huko. Nikajua hiyo ni kipi. Najua kipi kinajulikana tu na tabia, hata kikiwa ndani na kikiwa nje. Kinajulikana katu, ati kilikuwa kinamsukuma kinampiga mateke. Sasa nikajua hiyo ni kipi, nikamwambia hii ni kipi. Tukakaa kidogo, najua siku hiyo tu kwa na ile mambo ya kwenda kupigwa x-ray, tujue kama ni kipi ama si kipi, na kilitokea kikakuwa kipi. Na nikamwambia unaona venye kilikuwa kinakusumbua. Ndio hiyo. Kwa sababu huyu mtu anakujaga na vita, anakujaga na kishindo, maana yeye ndio amebeba nguvu ya familia. Tusome kitabu cha ni Genesis, pale Jacob anabariki watoto wake. Ni Genesis 38. Amuta mchui, hiyo ina nywele. Mutikiro na basi ya magoro ini. Kama sijui Biblia sana. Ama 49. Then Jacob called his sons and said, gather yourself together that I might tell you what shall happen to you in days to come. Come. Akawaita watoto wake, akawaambia kujeni niwaambie venye kutakuja kufanyika siku zijazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna kitu baba anakuaga nayo. Na hiyo kitu baba anakuanga. Then Jacob called his sons to him. He said, all my son comes here to me. I will tell you what will happen in the future. Nitawaambia ni nini kitakuja kufanyika siku ijayo. So father is a very important. Nitakuja kudiscuss mambo hiyo ya father hapo ndani, lakini sasa tupitie hapo juu kidogo kwa sababu kuna ile kitu verse 2. Kuna ile kitu nataka tuelewe. Na hiyo tukielewa kutoka leo, utaona misingi yako ikianza kuchange. Maana you are a dream of the family. Na kama wewe kwenu wewe si firstborn, wewe ni secondborn, thirdborn, fourthborn, kwenda hapo mko katikati hapo, kubuka mwenye amebeba baraka zenu ni huyo wa kwanza. Na kama unakuwa unamchukia, unamchekelea ama unamuonaga ni anakaa kuzubazuba, ni mtu wa bangi, ni mtu wa chang'aa, ni mtu mrefi na hakusoma, maana wengi ukiwaangalia hata masomo hawana. Kumchekelea kidogo ni kumaanisha kifunguo ya maisha yako anakataa nayo, hata waachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Children of Jacob gather around, come listen to Israel, your father. Then verse 3. Unaweza kutupatia Kiswahili? Kwa maana hawa mama wanaanza kuniangalia vibaya. Na hawakusoma, na mimi sikusema msiende shule. Sasa nyinyi ndio mlikataa kwenda shule. Mlisoma? Mnajua Kisugu? Siku wako mkizaliwa? Wewe Rubeni ni mzaliwa wangu wa kwanza. Nataka uelewe hiyo statement, nataka uelewe. Wewe Rubeni ni mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana wa kwanza ndio nguvu ya boma, ndio nguvu ya baba, ndio nguvu ya mama. Firstborn.
is the strength of the family. Akaendelea kusema nguvu yangu na tunda la ujana wangu. Tunda la ujana wangu. You are the fruit of my youth. Kwa hivyo this is all about the foundation of a human being. The foundation of a family. In your foundation, your family. And this is the most important, to fulfill the dream of a family. Kukamilisha maono ya familia. Ulazima utabue mtoto wa kwanza ni nguvu ya baba yako. Mtoto wa kwanza ni tunda la ujana ya baba yako. Wewe unawapita wa ndugu zako kwa ukubwa na nguvu. Ako na ukubwa na nguvu. Mwana wa kwanza ako na ukubwa na ako na nguvu. Irrespective venye unambeba. Irrespective kama amesoma, ama kuna pesa, ama hana pesa, chochote ambacho unaweza kusema hako. Yeye ndiye amebeba nguvu za nani? Na ukubwa wa familia. Kwa hivyo huyu ni mtu mwenye ako na uwezo na mamlaka makubwa katika familia. Maana yeye ndio nini? Ndio nguvu ya baba na ndio tunda la ujana. Alafu ndio amebeba ukubwa na nguvu za familia. Hiyo si mtu wa kucheza naye. Ama ni mtu wa kucheza naye? Sasa first born anzeni kujiangalia in that ago. You are carrying the most important thing in the family. Bila nyinyi hakuna mahali familia inaweza kwenda. Jacobo alijifanya mjaja wakiwa na mama yake. Wakachukua wakanunua hiyo birthright. Jacobo mahali kote alienda aliteseka. Hata kama alikuwa na grace ya Mungu, aliteseka. Alienda kwa Laban akafanya kazi miaka 7 kwa sababu ya demu. Akarudi akaambiwa demu haubebi. Miaka 7 unaweza kukaa mahali miaka 7 na ukose kuelewa tamaduni ya huko. Ni ngumu sana. Ati umekaa miaka 7 na ukakosa kuelewa. Msichana wa kwanza hawezi, wa pili hawezi kwenda kabla wa kwanza. Miaka 7. Hapa inakuaga kichwa yako sio mzuri. Kwa sababu yeye aliiba nguvu ya baba, akaimba ukubwa wa baba, akaimba tunda la baba, akaiba nini? Ujana wa baba. Huyo ni mwizi. That is why jina Jacobo linamini swindler, mkora, muishi, mtunyani. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipokwenda pale akaambiwa sasa fanya kazi nyingine miaka ingine 7 ndio ufanyie huyu mwanamke ambaye unamtaka. Maana lazima utabeba wa kwanza. Hiyo miaka umefanya hapa ni ya ule haupedi. Sasa fanyia ule unapenda miaka ingine 7. Na wakati alitaka kuondoka akaambiwa bana tulia kidogo mzee, kaa miaka ingine 7. Kwa hivyo alikaa kwa Laban miaka 21 kwa sababu ya punishment ya kuiba vitu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuiba baraka za mtu, maana alimdanganya, akauza chakula, akaambiwa leta chakula, akapatiana birthright, akaenda na birthright, akafikiria ameshinda, nayo dunia ilimngojea the other side, ikaanza kumutesa. Na baadaye wakati alifaulu kuchukua huyu mama, alipomchukua mama huyu alifika naye mahali alikufa, maana alikuta huyu mama amebeba mahirisi za familia, altars za familia, si walienda akakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. The woman she wanted alikufa. Meaning whatever that you are doing haiwezi kufaulu kwako kwa sababu ya ile kaukoro ulifanya. Kwa sababu ya kutaka kunyang'anya ndugu yako the birthright. Kwa sababu ya kutaka kunyang'anya ndugu yako kile kitu ambacho kinafaa. Kwa sababu ya kutaka kunyang'anya na kitu ambacho wewe sio chako. Akaenda akateseka. Kutoka hapo unakumbuka wakati alikuwa narudi ndiye alikutana na yule malaika. Wakangangana na malaika, wakapigana na malaika, wakangangana kutoka saa 3 usiku mpaka saa 11 asubuhi. Mpaka malaika ikabidi avuje mguu, akamvuja mguu. Akaaguka, ndiye akamuuliza unaitwa nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiye akamuuliza nini? Unaitwa nani? Maana Mungu hawezi kubariki kitu ambacho sicho. Mungu hawezi. Kama ulibadilisha jina yako ukaiba kitu cha wenyewe, unatembeaka na nyota ya brother yako, unatembeaka na nyota ya sister yako, unatembeaka na nyota ya mtu mwingine, hautaweza kubarikiwa na hiyo nyota mpaka uiregeshe. Ndio malaika akamuuliza baada ya kumvuja mguu, akamuuliza wewe unaitwa nani? Ndio akamwambia naitwa Jacobo. Akamwambia kutoka leo nimekubadilishia jina. Unajua ni kwa nini alisema ninaitwa Jacobo? Ni kwa sababu wakati alinunua birthright alibadilika akaitwa Esau. In the spiritual realm alibadilika akaitwa Esau, maana alinunua birthright. Na birthright ilikuwa ya nani? Ya Esau. Kwa hivyo akabadilika in the spiritual realm akakuwa Esau. Na ile matatizo yote ya Esau ikawa inamfuata.
Ndio wakati alienda alichuga ng'ombe, mabusi, akalima kwa Labani vizuri, akienda kukula akaambiwa hakuna chakula. Maana you are an Esau who is a hunter and a gatherer. Maana Esau is a system, Jacobo is a system. Bwana Yesu asifiwe sana. Esau ni system ya umaskini na Jacobo ni system ya investment. Kwa hivyo wakati Mungu alisema mmoja namchukia na mmoja ninampenda, alitengeneza system. Akasema there are two nations in this stomach. Kwa hivyo alitengeneza system ya umaskini na akatengeneza system ya utajiri. System ya umaskini ilikuwa na Esau. Na maana Esau hakujua kuinvest, hakujua kulima, hakujua kuwekeza, hakujua kufanya biashara, hakujua kulima mahindi ama kungojea miezi 7 mahindi ikue, ngano miezi 3 ngano ikue, chakula miezi 6 ikue. Alitaka kukula kitu ambacho hajakililia, hajakifanyia kazi, hajakitafuta. Ndio naonanga watu wengi sisi tunakuaga watu wanaitangwa hunters and gatherer. That is a system ambayo ni ya hand to mouth. Ile chakula utapata leo ukule, kesho hauna, kesho kutu hauna, ni uende tena uende ukistua, unaenda kwa kichaka unashitua kama mahoka wenye wanakujaga town, wanakujaga tu kubahatisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio kitu ile nilikuwa nawaambia wakati mlianza kuitwa hasira. Hasira si jina mzuri. Na ndio naona mko na shida na Kasogo. Maana hasira, jina hasira ni kumaanisha nini? Yeah? Hasira ni kumaanisha nini? Ni mahangaiko. Ndio naona mnafanya nini? Si Kasongo wako na shida. Kasongo has no problem in this nation. Lakini ile jina mlichukua, mkajiita, mkasema nyinyi ni hasira nation. Ndio naona mnahangaika. Kenya mzima, matajiri na maskini tunahangaika. Maana we baptized ourselves. Tukajiita mahasira. Tukajiita hasira nation. Ndio unaona tunateseka. Kasongo is a very good man, but the name you carried ndio baya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona Jacobo wakati alichukua jina ya Esau, akanunua the birthright ya Esau, alifanyika Esau. So wherever alienda kufanya kazi, wakati akifanya kazi, akienda kukula, chakula inasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana alinunua urithi chakula. Ndio unaona wakati anaenda kuchukua msichana, ndio aende akampikia chakula, inaambiwa hapana, hakuna kuchukua. Maana ile chakula alinunua huyu mtu nayo, jina nayo ndio inasimama mbele yako. Maana hauruhusiwi kuenda na yeye. Hauruhusiwi ili likafanyike lako. Maana wewe uko na name tag ambayo sio yako. Na name tag yako inasema haufai kutajirika, haufai kukuwa na kitu, haufai kufanya kitu, haufai kuendelea, mali haifai kukaa kwako, mali haifai kutembea na wewe, gari halifai kukaa na wewe, pesa hazifai kukaa na wewe, because una jina linaitwa hustler nation. That is why mifuko yenu yote imekauka until you denounce. Na ndio tunaenda pale Jakarada on 21st kuenda kudenounce jina hustler, tuliondoe from the spirit of Kenya. Ndio mali yase kukuja. Kutoka hapa hata mtashinda mnaulizana na Kasogo nini? Maana Kasogo alikuwa vessel ya kuleta shida. Yes, sio shida. Alikuwa vessel. Ni mtungi ya kubeba maji. Mtungi inakuwa na problem. Ni mtungi ya kubeba maji. Yeye alitumika kama agent wa poverty. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio unaona ako na mamilioni na mabilioni ya pesa ili ametengeneza. Lakini angalia sura, inapelekana na pesa. Haipelekani. Bana bado ni hata akiweka pesa namna gani, hata aweke pesa zikae Kenya mzima ni zake, ajege kinyumba kinakaa Kenya zijae huko, sura itakuwa ina mbetray. Maana yeye ni hasira. Mahasira ni hawa sasa wamekoda. Ndio hawa tuko hapa. Sasa mahasira wote wanakaga kuna sura ya kutokuwa na pesa. Sura ya kutokubalika. Hata kuna mtu anaweza kama sasa Ruto, kama tuseme hujui Ruto, hujui vizuri. Umkuta akiendesha Mercedes, umkuta na paki hapo, anakuuliza parking hapa. Si utamuuliza mwenye gari yako wapi? Utamuuliza mwenye gari yako wapi? Ama utaona ukikibia kwa mlango ya nyuma kufungulia bosi na kwambia ni nini? Ni mimi. Unamwangalia hivi, unaangalia Mercedes. Unamwangalia ile klasi yako na mahali yako na kile kitu anaendesha, unasema hapana. These things are not right me, because it is not him, it is the spirit that is in him, a spirit of a hustler nation. Until Kenya renounces that spirit, until mabishop wakiongozwa na kina Wairimo, maana Wairimo ndio walisemeti hiyo hustler nation.
pale State House ya Karen. Ndio waliomba na wakatengeneza madhabahu State House ya Karen. Na wahubiri wengi, wengine naona sasa walifukuzwa. Wanakuaga na machuku kwa social media. Wanakuaga YouTube. Kuna mwingine anataka anasema Venesia sijui Venesia. Kana kuaga na machuku, kana kuaga kanapiga makelele ni kama duniani yake. Anasema ninajua what is the altar that is in State House. I can finish you. Sio sasa unakuja kutuambia unaweza finish. Si finish. Tuendelee. Si finish maana wewe ndio unajua. Hao ndio waliweka hiyo madhabahu hapo. Na wale watu wa mapasta wa maombi ya kina Koki. Wale walikuwa naenda huko kuchukua ka walikuwa naenda huko. Alafu wakaambia na Ruto kwa sababu sasa tumeinua madhabahu ya nini? Ya Hasna Nation. Muzunguke huko kwa compound mkikojoa huko mkisema la bashakatara babara masheteterere. Sasa tumeinua udhamaki wa dhina, tumeinua udhamaki wa problem, tumeinua udhamaki wa na mkaweka wakufu. Koki anakuja na kana sisi hapa na atuabiagi damage ile amefanyia hichi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo there are things that happen in you and in us that we need to look. Na unaangalia, waacha kupigana na Kasogo. Kasogo hana shida. Pigana na ile kitu aliinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipigana na muziki ambao umemweka Kenya imana ako kwenye muziki wa Hurubaro. Hurubaro ni umaskini. Ako kwenye muziki wa mama boga. Mama boga ni umaskini. Ako kwenye muziki wa boda boda. Boda boda ni umaskini. Kwa hivyo don't fight him. Fight his altars. His altar ni mama boga. His altar ni nani? Boda. His altar ni Wilibaro. Alizungusha Wilibaro Kenya mzima. Tukainunua. Wilibaro ni ya nini? Ya kwenda kukoroga. Sasa sisi ni watu wa mkorogo. Tumekorogeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayekuja Murang'a tunasema hatumtaki, Ruto must go. Lakini akikuja tunajaa kwa kiwaja atupatie pesa kwa sababu sisi ni mahasira. Hands to mouth. Tunasema tukitoka hapo Ruto must go. Ruto must go. One time ndio jina hasira. Na tunaendelea kuglorify. One time ni jina hasira. One time ni chakula moja ya Esau. Kama ujui, one time ni chakula adhiri ya hetadugura, hajui siku ingine atapata na sugura, hajui siku ingine atapata na suara, ni chakula hiyo hana ingine kwa store. Hiyo ndio tunaitaka one. Sasa nani anaimba one time huko Kenya? Tunaendelea kuinulia mudhamaki wa dhina, tunaendelea kumuinua, tunaendelea kumuibia. Wewe tunabiaga Mungu unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa. Sasa tunaabudu huyu roho ya umasikini. One time, two time, one time, two time, one time, two time. Maana tunaendeleza huo msingi, tunaendeleza huyo Mungu wa umasikini aendelee kukua na nguvu. Alafu tukikaa kidogo anakuja na tupiga risasi 2-3, madhabahu inakuwa na nguvu, tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na hiyo ndio shida yetu. We don't know how to deal with the challenges. Hatujui kupigana. We don't fight a man. A man is a vessel. Don't fight him. Hana kitu. Huyo tukimaliza madhabahu yake unaenda anafanya anaanguka. Akalia ako na pesa lakini sura imekataa. Si Mungu anakuambia huyo mode negonyite ile ndio fuje madhabahu. Deuteronomy chapter number 7. Tupatie Deuteronomy chapter number 7. Inasema namna gani? Deuteronomy chapter 7 inasema wakati nitakupatia mataifa yaliyo na nguvu. Mataifa 7. Wewe ngoja utarudi hapo kwa Rubeni. Tarudi nipatie Deuteronomy chapter 7. Inasema nitakapokupatia mataifa yaliyo na nguvu mara 7 kuliko wewe. Mataifa yaliyo na nguvu mara 7 kuliko wewe. Unaweza kupigana na Kasogo uwezane naye? Si Wamonyoro walikuwa hapa nini? Hapa Bere. Wakaenda wakasema ni one time. Wamonyoro mpaka alikuwa anatembea huko mguu akienda house to house akikunywa uji na mkefe ati ndio aonekana yeye ni maskini. Maana alitaka kuingia, maana roho ya Wamonyoro na roho ya Ruto ni moja. There no difference. Msiweze kudanganyika hapa. Roho ya Wamonyoro na roho ya Ruto yote ni moja. Ni watu wa one time wa Wilibaro. Ni mahasira nation. So huyu ametugawanya pandi, huyu ametupeleka pandi until we are able to understand which altar that keeps them. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naona Wamonyoro anavuma kivyake na huyu anavuma kivyake, but ukiangalia ni serikali moja. Hata ukiangalia kara ya Wamonyoro ndio kara ya nani? Ya Ruto. One.
because roho ni gani? Ni moja. Na ndio tunaambiwa katika kitabu cha Yeremia 1:10 inasema, see today I have set you over nations and kingdoms. Tuangalie, tuachie hapo. Tuweke hapo. Tupatie Kiswahili. Si unasikia shosho walikuja. Anaigwa ndera hako komo. Ateno. Nogeraje lao kwa tede mweda ganu. Kumbukumbu la sheria ama kumbukumbu la Torati. Yahwe Mungu wenu atawafikisha kwenye nchi ambayo mtakwenda kufanya makao. Yaani kuna nchi ambayo mtaenda kufanya makao na ni Mungu atawapeleka, sio nyinyi mtajipeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushindi wowote katika maisha yako, ushindi wowote unatokana na Mungu. Hautokani na nguvu zako, hautokani na pesa zako, hautokani na nia zako, hautokani na masomo yako. Ni Mungu. It is God that creates. It's God that makes things work. Yahwe Mungu wenu atawafikisha kwenye nchi ambayo mnaenda kuifanya makao yenu, na atafukuza. Atafukuza. Underline that. Atafukuza mataifa kutoka nchi hiyo. Mtakapoingia, atafukuza mbele yenu mataifa 7 makubwa yenye nguvu kuliko nyinyi. Kwa hivyo kile kitu unapigana nayo kiko na nguvu. Sio kitu kidogo. Sio kitu cha kuja kusukuma tu siku moja na kiaguke. Hapana, ni kitu kinahitaji matayarisho, na ni kitu kinahitaji Mungu akue kwenye mstari wa mbele. Na ndio Mungu atupiganie. Lazima ukue wewe uko na urafiki na Mungu. There must be a covenant between you and God. Lazima kuwe na maagano ndio Mungu akue pamoja na wewe. Kama hauna maagano na Mungu, hata uanzishe biashara, hata uanzishe chochote katika dunia hii, hakitafaulu. Maana ukile unaenda kupigana nacho kiko na nguvu mara 7 kukuliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia hawa mataifa makubwa na yenye nguvu kuliko ninyi, Wahiti, Wagirigasi, Waamori, Wakanani, Waperezi, Wahivi na Wayebusi. Ni mataifa yaliyo na nguvu. Tuendelee verse 2. Ni mataifa yaliyo na nguvu, yaliyo na masomo, yaliyo na silaha, yaliyo na uwezo mkubwa kuliko wewe. Lakini Mungu mwenyewe atapigana nayo. Hakuna mahali wana wa Israeli waliambiwa mtaenda kupigana. Vile vile kisha Yahwe Mungu wenu kuyatia katika mikono yenu yayo mataifa yaliyo na nguvu. Hawa maadui wako walio na nguvu, hawa mahasibu wako walio na nguvu, hawa walio na uwezo mkubwa kukuliko. Mungu peke yake ndiye atakayewaweza. Kule familia yenu unaweza kuwa kuna watu walio na nguvu, kuna watu walio na uwezo kukuliko, wanajua kuplan, wanajua kuunganika ndio wakupige. Usipigane na wao, maana vita si vyako. Maana huyu Mungu anaelewa vita unavyoviendelea, anaelewa matatizo unayoyapitia, anaelewa chochote ambacho kinafanyika kwako. Kwa hivyo atapigana vita kwa niaba yako. Sisi kwa nini amsemi amen? Atapigana atapigana na mtayashinda na kuyaangamiza kabisa. Wakati atakapotia haya mataifa mikononi mwenu. When he brings your enemy, alete maadui wako mikononi mwako. Sasa hiyo ndio amekupatia ruhusa tuaga watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati atawaletea kasogo awaekelee kwa mikono, sasa hiyo ndio tutaambiwa fiinya, na tutafiinya. Huyu tutafiinya tu, maana Mungu atatuletea. Na umeona ameanza kutushikia. Ameanza kushika pole pole, ameanza kufinya hapa, ameanza kufinya hapa na hapa na hapa hivi kidogo. Hapa atatuletea mpaka hapa tufinya. Msifanye agano. Angalia sasa vile niambia. Na tukifinya, tusirudia hapo kwa sasa. Toga kila tene, toga dure kasogo. Msifanye maagano tena na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Msiunganike. Hata huyu mwingine ambaye ni alikuwa wake ni sidi moja, ni bego moja. Igawaje mimi sioni hawa wawili wakitoka wataenda wote wawili, kutakuwa na mtu mwingine mpya. Hawa wawili hakuna mtu atakalia kiti tena, huyo ndio wa mwisho. Hiyo ni ile tamu ulisikia ya uhuru, ile yangu 10 na yako nini. Sasa hii kienda iishe, sawa, mambo iendelee. Bwana anasema hivi, msifanye agano lolote nayo wala msiwahurumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Usihurumie maana tumetoka kwa ukoo yako. Hiyo ni nyoka. Nyoka hata kama ni ya green. Nyoka hata ikikuja kama imevaa gozi nyeupe. Unaona hii ni nyeupe, peace. Na inameandikwa kwa mgogo, nimekuja kwa amani. Inakuja kwa amani, iingie kwa nyumba, ikumeze.
ya itakukula. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 3, itakumeza na itakumaliza. Na hiyo ndio shida ile tu. Bado naonyoka muraru naonyoka yeni musioane nao wala musioeshe wa binti zenu na wana wenu. Verse 4, mtikahikani, usikubali muoane na wao. Usikubali. Nyoka ni nyoka hata ikiwa nini. Mkifanya hivyo, wao watawapotosha watoto wenu wasimfuate Yahwe na kuwafanya waabudu miungu mingine, nayo hasira ya Yahwe itakuwa juu yenu. Kile kitu unaonanga tunapotosagwa, tunakuja unadanganyiliwa, unakosea Mungu wako, unafanyiwa kitu unakosea Mungu yako, unafanyiwago hivyo vyote ndio uondokee Mungu yako. Ndio unaonanga vita vya kanisa vikikuja, ni tunakujaga kukasirishwa ndio tukasirike tuondokee Mungu. Vita vya kifamilia vikikuja, vinakujaga ndio ukasirike uondokee Mungu. Na ukiondokea Mungu, shetani anapata nafasi ya kukupiga. Kwa hivyo usikubali kuingia kwa mitego yao, maana wanakuaga na mitego. Wewe firstborn usikubali kuingia kwa mitego ya familia, kuingia kwa mitego ya watu ambao kwa maana amefanya kazi, alisoma, ako na kabiashara hivi kidogo, ako na kagari. Usiingie kwa mitego yake. Kaa kama firstborn, ukae kwenye misingi na usimame imara. Nyumba yenu inakutegemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyumba yenu inakutegemea. Hakuna nyumba nyingine inakutegemea, ni yenu. Na wewe ndio utaimarisha, wewe ndio utafanikisha nyumba yenu ikasimame vizuri, maana wewe ndio umebeba kifunguo. Kwa hivyo inasema, inaendelea kusema Yahwe atakuwa juu yenu, halafu atawaangamiza mara moja. Unaona kile kinafanyika ukasirishwe. Ndio unaonanga hapa kanisani tunakujaga kukasirishwa. Mtu anakuja hapa anaanza kufanya maneno hapa, anaanza kupiga wengine, kunyamazisha wengine, kukoroga wengine, kuroga wengine, ndio tukasirike. Kuna wakati mimi nilikuwa nakasirikaga hapa, nikishika microphone ninaanza tu makasiriko, kwa sababu nimetoka kwa kaofisi kangu kichwa imejaa. Maana nimelepitiwa hivi, nimeambiwa Roda amefanya hivi, Kokia amefanya hivi, Joshua amefanya hivi. Yaani unakuta hakuna kitu story hata moja mzuri unaletewa kwa ofisi. Ukitoka kwa ofisi unakuja unakaa kama kigurumuki. Kitu ya kosa ukiangalia hivi unaona wachawi tupu, maana unaambia fulani amekwambia fulani ameifanya. Hata niliona ndiye alilete, Mungu alinionyesha. Na si Mungu, ni ugali. Ati Mungu alinionyesha fulani, aliona Charity alikuwa ameshika nyoka hivi kwa hivi, akakuja akakusalimia. Alafu nikaona hiyo nyoka ikaingia kwa shati yako. Sasa alafu kwenda kutoka pale unakuta Charity amekaa hapa. Na unajua alikuwa na nini? Alikuwa na nyoka. Unakaa kidogo, mwingine anakuja, ati niliona Ani alipoikuja alikaa kiti ya mbele. Alafu unakuja unakuta Ani amekaa kiti ya mbele. Ati Ani alipokuja alifanya mguu yake hivi, ikakuwa crocodile, ikakumeza mpaka hapa. Sasa ukikuja ukiangalia, alafu unajua hapa kuna juu unateleza tesaga. Alafu usikie kiroho, maana hapa kuna roho mingi sana. Usikie ni kama unaaguka hivi. Una imagine venye uliambiwa ukime, una imagine sasa ni kumezwa na unamezwa. Sasa hakuna mahubiri utahubiri. Unakuja ruse na yeye nimeambiwa ati ulikuwa umekaa hapo chini, alafu ukaona nyoka, ati nyoka ikakuja hivi mpaka ikapata kwa madhabahu. Alafu uangalie kitu kama ile. Iko karibu na ruse hiyo ikwambia anguka hapo. Na unaona kweli ile ni nyoka. Na hiyo uliambiwa nani nywele. Sasa niambie, nikiona hizo, nimeona Charity hapa, nimeona Ani hapa, nimeona Lucy hapa, nitahubiri kweli? Sitahubiri. Nitashinda mapepo, ninakemea mapepo, ninaangamiza mashetani, maroho ya waganga na wachawi. Na unakuta hakuna. Nilipandwa bego kutoka wa ofisi, nikikuja nimejaa. Sitahubiri, sitafundisha kile Mungu aliniambia. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the problem we are having. Because wanakuja wanatuinduce. Verse 5, wanatuwekea, maana wanataka kutukatanisha na Mungu. Na ndio unaona Masterborn wanakuaga wanakejeliwa na familia mzima. Akienda kusema tu kitu, wote wanasema asha. Maana yeye hakusoma kama nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hana pesa kama nyinyi. Sasa amekuja mpaka akiingia kwa nyumba, akiingia tu hivi, alafu ni ile nyumba yenu imejengwa na third born na second born, wameweka mpaka mkeka kwa nyumba. Akiingia hivi unakuta viatu zote zinaachwa pale nje. Sasa akiingia, na ni mtu amezoea kutembeaga mguu, mpaka kasoksi nikale kamewekwa kiraka na hapa chini ya nyama yako. Huko chini ukiangalia huko chini hakuna, imewekwa natural fabric. Mguu yako ndio iko chini. Au hiyo ni socks yenye inakutanaga na maji once in a while. Sasa akiingia huko, na ile kiatu huko nao ni semi plastic.
si leather, ni semi plastic. Sasa amekuja kama mguu imeivika vizuri, imetoa jasho mzuri. Sasa mnaambiwa mtoe viatu hapo nje. Sasa akiingia ndani hivi, unasikia the atmosphere changes automatically. Alafu ni mtu huyo second born anafanyaka Safaricom. Huyo third born ni anakuwa daktari Kenyatta, ndio mkubwa Kenyatta. Fourth born na yeye anakuaga ni mtu wa nutritionist, yani ni mtu ambao anakaaga maisha ya kistaarabu. Alafu sasa mtu anakuja na hewa ingine. Hewa sio ya bikuni na hata sio ya kwa shetani, ni invented hewa ambayo anakuja nayo. Nyumba mzima unaona watu wanashika pufua wakitoka nini? Wakitoka nje. Sasa kuja wewe ni first born useme utatoa idea kwa hiyo nyumba. Hakuna mtu atakusikiliza. Nobody will listen to you. Watasema hapana. What about it? Tamwili abiadi gedhabe. Na immediately akiambiwa aende akaoge, amelaani hiyo boma. The moment ukimwambia hapana, ukikataa maono yake, the immediate ukisema acha. Wewe na wewe na maana ndio akuje ndio apate kupanda safari. Ni kutoka ni kilomita 5 kwenda kwenye kilomita 6. Alipita mahali kwa Kimkabe akapiga Kamkebe kale kama Masai, ama kale kanaitagwa Kilimi Quick, ama kale kanaitagwa Kadhuri Gui. Amekaweka kwa mdomo kamoja tu kakumfanya atembee kwa barabara akiona. Sasa akikuja na kujaga kwa maana yeye ni first born. Anakujaga kama amekodoa jicho, anakuja kama ameangalia sema nimekinyire. Ile kitu iko ndani yake imemchamuka, damu inatembea, maana amekuja mguu long distance kama camel. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ananuka mdomo, ananuka makwapa, ananuka masoksi. Sasa huyo mtu hakuna mtu atamsikiliza. Kumbe ni shetani alipaga hivyo ndio afuge hiyo nyumba. Unakuta immediately mkifanya hiyo maneno, baada ya miezi 3-4 kansa inaingia kwa hiyo boma. Sasa nyinyi ambao mmefanya kazi Safaricom, mnalipako kabisa msuri, ama mko na insurance msuri, mnasema mama yetu atapelekwa nini? Atapelekwa India. Huko India unaambiwa bili peke yake ya kufika India ni milioni 6. Matibabu bado. Sasa matibabu inaanza inafanywa, inahakikisha tu pesa zote tu familia tumeisha. Wakati tu pesa zote tu familia tutaisha, naye mama anaambiwa welcome home. Anapanda. Sasa anakuja, mlimpeleka akiwa passenger, mnamrudisha akiwa mzigo. Cargo without value. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tu pesa twenu tu familia mzima tunaisha. Mnakuja mnaanzisha WhatsApp. Watu wanauliza, noma ikiraga WhatsApp. Na sasa ile WhatsApp unaweza kuweka ni ya watu wa neighbor, na watu wa neighbor ni wa shilingi 500 na shilingi 300. Na mnatoa mwili wapi India? Na kutoa mwili India inataka shilingi milioni 2. Na mlipe bilu ya moshari ya huko, mlipe environment ya huko kama ile ya Raila, mlipe kila kitu kutoka huko. Sasa kutoka huko mnakuta mnauza kashaba ama mnaanza kuuza vitu zenu. Ndio nini? Tule tu vitu mlikuwa nato mmetengeneza. Tuote tunaenda because of one thing. Kuna mlango ilifunguliwa ya mtu anaitwa nani? First born. First born hata kama ukisikia nanuka, anaongea kwa ramete, mafi imeshuhia huko, imekaa kama wale vijana wanafaga suruali, inakujaga hapa kama mjeroge yangu. Inakuja hapa hivi. Hata ukikuta ameshuhia hapa, wachana na yeye. Na ukipata tu pesa, mtumiage tu. Mtumie 200, mtumie 100. Hata kama anaenda kuvuta bagi, wachana nayo. Mtumie hata kama ni 600, 1000, mrushie tu ni first born. Mrushie tu, wachane na yeye. Usifuatane na yeye, usipigane na yeye, maana ndiye ameshika kifunguo ya familia. Hata kama ni kamrefu kanaedaga hivi, hata kama kameenda mpaka spinal cord iligonyoka, ilipeduka kwa sababu ya mashida, uachane na yeye. Ukue baraka kwake ndiye kuachilia kifunguo. Hakuna mahali mtaenda bila first born. Because the first born anabeba kitu inaitwa spiritual mantle. First born ndiye amebeba leadership ya familia. First born ndiye amebeba utajiri ya familia. Baada Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hata kama ni kamama kamekaa chokora, hata kama anaidaka kwa Inaga Street, wachana na yeye aende kwa Inaga, hajakuwa pia muende na yeye. Wacha afanye vituko zake, lakini akifika nyumbani anakuja mna muhado kama king. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nyinyi wa mama na wa baba ambao wako na first born, na unaona first born yako anakaa ni kama ameanza kubedi, prepare this child. Msaidie personally, walk with him, msaidie asimame, msaidie akue, msaidie awe kitu kile ambacho kinahitajika. Ukijua huyu ni first born, know that this is the king of the family.
Huyu ndio the prince of the family. Ujue huyu ndio baraka ya family. Sifuge hiyo mlango. Ujue ndio baraka ya hii family. Na unamhitaji. Na huyu sasa kama mama, na wewe kama baba, mpelekee into program. Ukiona hana leadership, ni yule apedagi kuongea, ni yule anaongea hivi, ni katoto wote ukikabia kaenda mbele ya watu hakawezi. Sasa asisha msingi wa kuanza kumfundisha, open up into leadership. Unamrusha kwenye programs, itahitajika lazima aongee. Unamweka kwenye programs ambazo itafanya yeye aongee, atakuja aongee baka aongee. You qualify. The firstborn are qualified, are assisted, are lifted, wanabebwa, ndio msingi wao. Maana ukiangalia Yesu ndio firstborn, si ndio? Yesu mwenyewe Mungu alimsubject, akampeleka mpaka kwa mateso. Akampeleka kwanza kabisa, Yesu alipitia mpaka kilasi, alienda sinagogi akiwa na miaka 12, alienda kusoma. Akatoka hapo ndio alienda mpaka India kusoma. Aliporudi, alipelekwa akakuwa leader, akakuwa kiongozi wa watu wale wengine. Eventually Mungu alimpeleka mpaka kwa wale watu wamekufa, ndio apate mpaka leadership ya wale watu wamefanya nini? Wamekufa. Ndio apate nguvu ya kunena na kufanya maneno kwa wale walikufa. Na akitoka kwa wale wako hai pia ananena maneno na inatendeka. Ndio mpaka leo tunasema Yesu ni mwana wa Mungu ambaye ni our savior. Because Mungu, God qualified him. God made him to become a leader. God made him to become a savior. You cannot just become. You need to be mentored. You need to be grown. Ukiona mtoto wako ameanza kuliginyoka na ni firstborn, mshike mkono na umpende na umpeleke kwenye lessons. Wewe mwenyewe kuwa mwalimu wake. Wewe mwenyewe anza kuzungumzana na yeye mwenyewe anza kumpatia nafasi. Usianze kuonyesha wale watoto wengine na batuni na badhiri ndio wako maana kuliko the firstborn. Ati ndio kwa sababu ndio wanakujaga na kasukari. Hapana. Ati kwa sababu secondborn anakujaga number 1 kwa shule, firstborn anakujaga na barasi. Usijalishwe na barasi. Chezea hapo karibu tu. Chezea na yeye, muinue. Si masomo does not qualify as firstborn to become a firstborn. Does not qualify. It is a birthright ambayo yako nayo. Ile leadership iko ndani yake. The spiritual mantle iko ndani yake. Hiyo ndio unakuza. Pole tu, unaenda pole. Na ukisikia kuna event ambayo ni ya vijana, ambayo ni ya wasichana, unapeleka, mnaenda na yeye tu until you make him become. Kuna wale wanakuaga shy, hawajui kuongea. Kuna wale hatakagi kuonekana, wanaitangwa introverts. Na kuna introvert na extrovert. Kuna wale wanakuwa ma introvert, hawaongeagi sana, hawatakagi kuonekana mbele ya watu. Subject him baka azoe watu. Maana huyo ndiye atasaidia familia. Huyo ndiye yako na baraka. Hii pesa si baraka. Kuwa na magari si baraka. Kuna kitu unahitaji which is very spiritual that connects you, the family and God. Maana mtoto wa kwanza ndio mtoto wa Mungu na ndiye ana connect nyinyi na Mungu. Ndio source yenu ya baraka kutoka mbinguni. Kwa hivyo go and deal with that firstborn na njia ambayo mzuri. Tuendelee, tufungulie hapa tulikuwa hapa. Yes. Lakini muwatendee hivi. Mungu anaambia hawa watu ambao nawapatia muwatendee hivi. Na ndio nasema madhabahu ya familia. Ukijua kuna madhabahu ya familia ambayo inazuianga watu kufaulu, inazuianga ndoto za watu kufaulu, hivi ndivyo mtafanya. Mtavunja madhabahu zao na kubomoa nguzo zao. Kwa hivyo si Kasongo, Bwana Yesu asifiwe sana, si Kenyatta, si wa Munyoro, si Moi, si Kibaki, bali madhabahu. Maana watu hawa wote wako na madhabahu. Kila mtu ukiona akizunguka huko na ako na power, ako na madhabahu inazungumza ndani yake. So unaambiwa wachana na wao, wako na nguvu, watakumaliza. Sasa unataka kusema wa Munyoro ukienda kumchezea hawezi kukumaliza? Atakuzima. Hata akiwa opposition atakuzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kababu wino katakuzima, sikalipiga jamaa hapa risasi. Sikalipiga jamaa risasi. Na kuendelea kama mbuge. Kava hebu piga mtu hapa risasi. Piga wewe, uone. Tawasea jela. Yeye kako tu na nikambuke. Na akasema katalipa huyo mtu. Na katalipa bilo. Wewe, bilo yako ni pesa ngapi? Niadikiwe bilo niletewe. Na dunia ikapolea hivyo na kukaendelea vizuri. Na kukapoa. Na hiyo story ikafanya nini?
Saizi na kama ni yako, saizi ungekuwa unaangalia kwa gazeti unaona imelipuka tena. Kitu tunafanyaga ni kuvunja madhabahu zao. Ukivunja madhabahu zao, madhabahu za familia na madhabahu ambazo zinatawala katika familia, unakuta nguvu ya familia inarudi. Alafu unasema utabomoa, mtavunja madhabahu zao na kubomoa nguzo zao, na sanamu za Ashera mtakatakata na kuchoma sanamu zao za kuchonga. Ukifanya hivyo, sasa utaenda Sugoi, uangalie madhabahu ya Sugoi ni gani. Uende hapa State House, uangalie madhabahu ya State House ni gani. Hiyo ndio mnafaa kuelewa. Ndio kama mnataka kutoa Kasongo, ni kuelewa ile madhabahu iko pale State House. Maana si Kasongo. Masongo wakati alichukua Biblia, akasema na hapa ya kwamba mimi nitaitetea sheria kwa mujibu wa sheria. Na akaapa anasema Mungu wa Mwenyezi Mungu nisaidie. That is the time he stopped being Ruto. Kutoka hapo aliingia gari ili iko na bendera. Kutoka hapo ule musikari alikuwa nyuma ya Uhuru, uliona aliruka haraka akaruka nyuma ya nani? Maana madhabahu imeondoka kwa Uhuru imeenda kwa Ruto. Maana askari ule ako huko kulinda madhabahu, si kulinda huyo mtu, kulinda madhabahu. Inaitwa constitution na inaitwa Biblia ya constitution na ile upanga. Kwa hivyo wakati Uhuru alipatiana upanga hivi, askari alikuwa nyuma yake, aliruka kwa Ruto. Hata sasa hiyo Uhuru akimwambia wewe unaenda fanya na mtu wewe mzee, niondoke na usikaribie president wa Kenya. Unaona? Na usikaribie president. Dakika hiyo Uhuru aliondolewa kwa hiyo mesa na akaambiwa sasa tuko na rais mwingine, wewe ni raia mwema. Maana si mtu ni nani? Ni madhabahu ambayo ndio inatawala, ndio iko na nguvu, ndio iko na uwezo, ndio iko na mamlaka. Kwa hivyo hata katika familia kuna madhabahu inatawalaga familia, na hiyo madhabahu ukiielewa, kama ni ya shetani ipambano nayo, kama ni ya shetani, na kama ni ya Mungu ikuwe facilitated. Unaiservice ile madhabahu, mnaitolea ile dhabihu ambayo inatakikana kama ni ya Mungu. Lakini kama ni ya shetani, unaingia kwa Yeremia 1:10, kubomoa, kuharagania, kungoa na kubadilisha na kuinua madhabahu mengine, na ndio dunia ikae mzuri. Wacha kushinda ukingangana ati dada yangu ananiroga. Wachana na mrogo ya dada yako, wachana na mrogo ya brother yako, wachana na mrogo ya baba yako. Baba yako ni mchawi, mama yako ni mchawi, wachana na hao. Deal with their altar. Utashinda. Maana hiyo altar ndio inafujaga firstborns. Unakuta mama anapenda kuna watoto wawili, anapenda ama watatu. Na unakuta naye baba kuna watoto wawili ama watatu wanapenda kwenye nyumba. Sasa huko wakati watakufa, wamewacha mahutu na matusi kama huyo ndugu yangu wako hapa. Sasa watakuwa wanapigana vita havieleweki. Maana mama alipokufa kuna mtu aliwacha. Ukiona unapendwa sana na mama yako, hata akienda hospitali na akienda kile mahali hivi, mama yako amekupenda sana, jihadhari na hiyo upendo. Hiyo upendo si ya kawaida. Na ukiona mama yako ama shosho yako, ukiingia tu mama shosho na kupatia katusiri, anakuweka shika hii na usiambie mtu. Na unakuta hata tu pesa naenda na kuchomolea mahali tumefichika, na kuchomolea wewe tu ndiye anabiaka siri zake. Sio siri, ni madhabahu anakuaga akikupatia yake. Huyo mama anakuaga mchawi. Ni uchawi anakubadilishia. Maana anajua ni kuenda na hii uchawi siwezi kwenda nayo, lazima nitafute mtu wa kupatia. Na unakuta hawa watu ndio wanasubuaka familia. Wanasubua familia mpaka familia inakujua kweli kuna nani kama mtu kana basa 19 na huko nyuma. Lakini kanasimamaga hivi kanasema, "Yoko nema uko mayane niyo." Maana wakati mama yako alikufa, wakati baba yako alikufa, huyo ndio walikuwa na yeye na ndio alikabidhiwa hiyo madhaka. Ndio sasa hako nayo, ndio hako na power, ndio president kwa hiyo nyumba. Hata ukileta firstborn anatembea kana kuuliza, "Hati ugate." Ugate. Hati ukwenda gake. Uko daga tugoteithia ate. Nani ka 15 born ndio kanauliza firstborn. Maana kuna madhabahu ya mama, kuna madhabahu ya baba, na baba na mama wote walikuwa wachawi. Waliachia mtu anaangalia kama sasa mzee huyu anaangalia ile kijana yake anapenda, anakuta labda anapenda namba 6. Maana ndio wanasikiliza naga, anamwachia kitu. Na hiyo kakita anamwachia ibakora tu. Mtu anafikiria ni nyendete dhibo ne hapa. Ni ina wali. Ni na dhibo hapa ni dirika na kafafa. Unakuta baka anaenda. Unaona baka anataka kukanyaga kama baba yake hivi. Atalia kumbe ni Gethito aliachiwa na baba yake. Na hiyo ndiyo inatawala hiyo boma musi. Akikuja akiingia afanye hivi, akisema kotile bodi radi jogoko, hakuna busi itachinjwa. Maana uchawi ya baba ama uchawi ya mama ndio inatawala. Kwa hivyo ukijua hiyo maneno iko, mama yako ukiangalia vizuri, mama yako ni kama alikuwa na uchawi. Pabana
na huyo. Ukiona huyu ndio mama aliacha, ndio walikuwa marafiki sana na mama. Tuaga huyo mtu mpaka tuhakike. Ng'oa madhabahu yake yote. Ng'oa mahirizi, enda huko, inua madhabahu ingine. Bomoa hiyo madhabahu. Na msikae sana, unabomoa mapema kabla mama hajaoza kabisa. Maana akioza atakuwa amejikolea. Ataenda ongezea ingine ikuwe sasa bili yake sasa na ile aliachiwa na mama. Kumutika motoria. Kumukabia gakuo, mukaruga magahari ya gate ni. Muko na ni kwenu. Hauzikanyaga, maana amesema kuzikanyagwe hapa. Na sitaki mkutano hapa. Kuna kitu hapa. Huko mtiko rugira kuwa. Kuna siku ani aligurumuro mahali. Aliambiwa huko mtiko rugira kuwa. Mwaka kurugira huko na muhayo chomole haya huko. Alikanyagishwa nje. Maana yeye ndiye ako na madhabahu ya mama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo madhabahu imepadwa, imeletwa kwa sababu ya kukejeli the firstborn. Na ndio hiyo boma isiwahi kubarikiwa. Kwa hivyo kuna yule anakuaga the Moses of the family na kuna yule anakuaga the Judah of the family. Yule anauzaka familia kwa shetani na yule anainuaga familia kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. And these are meant to kill the dream of the family. Because familia mzima inahitaji kukuwa na kielelezo. Kwa baba alikuwa tajiri, utajiri huo unafaa kutransfer hiyo kwa watoto. Ukitoka kwa watoto unaingia kwa watoto wa watoto. Ukitoka kwa watoto unaendea utajiri ambao mliukuta haufai kuisha. Unafaa kukaa milele. Na kwa hivyo wakati umesikia baba ameondoka na baba ameenda na mama ameenda, jaribu wewe ambao uko na uwezo, uende kwenu uinue madhabahu ya Mungu na uinue ile inaitwa the kingdom of your father. Maana your father was the king, your mother was the queen, na wewe ndio ulikuwa princess. Sasa nua, hata kama wewe ni namba 18, weka firstborn akuwe namba 1 na useme na usimame na uinue madhabahu na useme hapa atakaye tuongoza na atakaye kuwa akisema maneno ni our firstborn. Hata wakileta shida, simama na yeye na useme ni yeye. Na ukifanya jambo lolote katika familia, unamuita na mwambia kuja hapa. Todie moshi. Mnaenda. Wewe unajua pesa ni wewe unatoa, lakini una make sure decision yeye ndiye ana make. Hata kama hata make, juana sae kwa sababu ya pesa, unamwambia twende wewe unaenda mnanunua kabusi. Yeye unamwambia wewe ndio utachija busi. Maana wewe ndio uliwachwa kwa familia. Wewe unaweka decision fulani, unamwambia wewe ndio useme hivi na hivi na hivi. Unamwambia wewe nenda ufanye hivi na hivi na hivi. Unamuguide, unamsaidia kurudisha dignity yake. Maana dignity yake ikirudi, boma yenu itasimama na itasimama milele. Na hakuna mtu atakayejaribu kuinuka kuzuia mamlaka ya familia. Hakuna mtu atakayeinuka kuzuia kazi yoyote ambayo inafaa kukua. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is how to lift the family altar, so that to protect the firstborn, so that the firstborn can be able to sustain the dream of the family. Every family has a dream, and every family that has a dream iko na purpose. Every family ilikuja dunia hii ikiwa na purpose. Familia ya Juda ililetwa dunia hii ikiwa na purpose ya kukua na ufalme. Familia ya Musa, ya familia ya Levi na Levi na nani? Na Simon waliletwa dunia hii because they were priests. Bwana Yesu asifiwe sana. Every family, hakuna family dunia hii yenye haina purpose, and it is that purpose that produces the altar of God, the altar of the family. Kwa hivyo the purpose, if you pursue the purpose of the family, ile familia mnajua baba yako alikuanga tinsmith. Alikuwa tinsmith, ile ya kutengeneza machuma. Blacksmith ama tin. Blacksmith. Kama familia ilikuwa ya blacksmith, utakutaga mienendo yenu nyinyi yote mnapitiaga hapo. Kama ulikuta baba yako akiuza duka, mtakutaka nyinyi yote mnauza duka. Kama ulikutaka baba yako ama mama yako alikuwa mwalimu, unakuta the entire family inakaa walimu. Unakutaka there is a line of the family. Uende uachunguze what is the line of the family. The moment you know the line of the family, utajua that is the purpose of God in that family. So pursue that purpose. That is where your blessings will come from. Haikuji kutoka kwingine, itakujia kwa hiyo barabara. Na itakujia kwa hiyo barabara kupitia nani? Firstborn. Maana sa firstborn ndio yako na kifunguo ya the purpose of the family. Every key of the family and the purpose of the family, it is with the firstborn. Kwa hivyo ukicheza na firstborn, anafunguka purpose. Ndio unakuta sasa mnanyaga.
mnanyaga, huyu anaenda hivi, huyu anaenda hivi, huyu anaenda hivi, unakuta familia hiyo imesabaratika. Mboma mnaiwacha, unakuta watu wa maneiba ndio wanakaaga huko, mnawekaga mtu awachugie boma na hata hamwezi kwenda, mnamaliza miaka 5 hakuna kukanyaga huko. Na mtu mmoja akienda kukanyaga kwa hiyo shamba, unaona sasa hiyo ndio wote wanakuja kusema hapana, haukubalishi kulima hii shamba. Na hii shamba inalimagwa na maneiba, inalimagwa na watu hata mjui. Lakini ukienda kulima, maana kuna kitu kilivujika. There was a breakdown in the family. Na kukiwa na breakdown in the family, utakuta the entire family suffers from the same consequence. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's why unakutaka tuko na masubua wengi kanisani. Maana hawa masubua wamegraudiwa kutoka familia. Ukiona mtu kanisani ni subua watu, ni anakuwa na maneno mingi ya kuchochea, kupiga watu kufanya hivi, ukienda atakuwa nyumbani wanakuaga hivyo. Ni madhabahu. Yeye anakuaga madhabahu na ametengenezwa kwa ajili ya kufuja purposes of families. And you must be able to look and get closer, understanding the purposes of the family, so that you can be able to move together. So why is this the firstborn so positive and so key to the family and to God? Because the firstborn is key to God and to the worship of God. In every family, the firstborn has the leadership ya familia iko na firstborn. Number 2, anakuwa na spiritual authority. Yeye mwenyewe, he is an authority. He has the spiritual authority. Ile kitu atasema, akilia machozi, hiyo machozi lazima ingie kwa familia. Akiteseka alale njaa, hiyo njaa lazima itaingia kwa familia. Akiteseka afanye, yani if something happens to you, if something happens anywhere, mahali popote, kitu kitendekea huyo firstborn, the flow inaidaga ikitirimuka kwenu. That's the consequences zinakujaga kwenu. Ndio unakuta kazi yako imekufa, ndio unakuta familia yako mlikuwa matajiri, lakini all of a sudden mkaenda mkiteremuka. Sasa hizi ni kuomba mnaomba. Ulikuwa na kazi kubwa, all of a sudden ikateremuka kwa sababu there is a mistake in the leadership of the family. And number 3 is the resources, the resource of the family. The resource of the family. Firstborn, ndiye amebeba the resource. Utajiri ya familia yenu hiyo iko na huyo mtoto. Awe ni msichana wa kike, kakue kanaenda kakoinage, kakue ni kamulevi, kakue ni kachokora, huyo ndio ako na resource ile ambayo inasimamaga. Ile unasema utajiri ya familia hii haijai kuondoka. Hao watu ninawajua since 1875 they were ever rich. Baka leo they were rich. Hahitaji hata kuenda shule ndio usome ndio kuwa rich, maana there is a pillar in that family that has kept the sustenance of the family to stand. Katika familia mzima unakuta kuna kanini, kuna ushaikutana na kimutu ndio wewe kilikuwa kina copy mahesabu zako, alafu kinaendesha Range Rover na wewe unatembea mguu kama kuku. Na wewe ulikuwa umesoma huko na maka degree na master degree. Na unakuta kimutu wewe kilikuwa kina copy, kilikuwa kinachukua vitabu yako kienda kikakopi. Sasa hii kiko na Range Rover 6, kiko na Prado, kiko na VX, kinakaa Ruda, na wewe unakaa huko Kibera, nyumba ya matope. Na wewe ndio ulikuwa unamuonyesha si yeye ni msingi wa kifamilia ulioeleweka, ulioinuka na uliobali. Lakini unaweza kubadilisha. Kama msingi kwenu ni baya, una uwezo wa kubadilisha. The name of the family is the purpose of God. So every family has a name, and the name of that family is the purpose of God. Kila familia, jina hiyo ya familia yenu ndio purpose. Mimi najua familia yetu purpose yake ni nini. Our family ni our Rwige family. This family, they are warriors and they are kings. Bwana Yesu asifiwe sana. So I am pursuing the name of our family, and it is wrong. Sasa jiulize, what is the name of your family? Ile jina mnaitagwa ni gani? Na hiyo jina utakifuatilia itakwambia nyinyi ni akina nani. Na sasa ukijua nyinyi ni akina nani, that is how you know the purpose of your family. Because you must be able to know the purpose of your family for you to become. You can never become if you don't know the purpose of that name of your family. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona majina kwa familia ni muhimu sana. Angalia Abraham, jina Abraham. Ni nini? What's the meaning of jina Abraham? Wale wanajua haraka? Yeah? Nini? Yeah? The father of many nations is the blessing of the nations. That's the purpose. The purpose of Abraham was to come afanyike the blessing. Alitengenezwa akakuja purpose dunia hii, na ndio Mungu akambariki, akamwambia kizazi chako kitabarikiwa. So it doesn't matter
It doesn't matter huyo ama utasoma ama hautasoma. The lineage of your family says that you are carrying the blessing. Ndio naona Isaka anakuta anaangalia, anaona jua limekuwa mingi, watu wamekufa, watakufa njaa, akafikiria kwenda wapi? Egypt. Alipokuwa kienda Egypt barabarani, Mungu akamwambia no. Unaenda wapi? Akamwambia naenda kutafuta chakula. Akamwambia rudi. Akamwambia nenda mahali kunaitwa Ai. Akamwambia Mungu Ai miaka 6 hakujanyesha. Akamwambia rudi huko talima. In Genesis chapter number 24 and 26 the Bible says akarudi na akalima, and the man became rich. In the dry lands, in the dry seasons, alilima na akavuna na akatengeneza utajiri mkubwa mpaka akauzia serikali. Why? It is because of his father Abraham, not because of him. Jacob, angalia venye kanahangaika, kanateseka, kakienda kwa Labani, kanatengeneza mabusi zinakuwa, kanatengeneza mang'ombe zinakuwa, shamba inakuwa, maana the boy is carrying, your man is carrying the mantle of the family name. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why the family name is so important. Wakati unaenda kuregister anything, the family name. Ukiuliza wale wanaandikisha watu, kitu wanataka kujua ni the family name. Serikali inakujua by the family name. Ukienda shule ni family name. Ukienda kufanya interview hata ukienda American Embassy wanauliza the family name. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the family name carries the lineage of your purposes on earth. If you the family name ilikuwa na umasikini, that is the purpose you have. Umasikini. Na itakukula vizuri. Hata ukiletewa madola, umwagiwa madola hapo, bado utakuwa maskini. Maana the family name is carrying poverty. Ndio naona watoto wa Kenyatta hata waishi miaka 100. The family name is carrying riches. Inabeba baraka, inabeba vitu kama hizo. Watoto wa Moi bado wako. Na kuna familia ambayo family name inasemanga ni poverty, lakini by mistake huyo mzee alienda akatengeneza pesa. Wakati ataondoka na hizo vitu zake. Maana the name of the family inasemeka wapi? Hapa ni kwa maskini. Hebu angalia kwenu kama mzee alipoenda, kama vitu zilienda. Kama vitu zilienda is a family name. Lazima muende mchuguse vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. All families in the world derive their name from God. That is why the name is a purpose. Because all families, they derive their name from God. Because it is God who changed it, who gave Abraham the name, Isaac the name, Jacob the name. Watu majina yote unaona dunia hii ilitolewa kutoka kwa Mungu. Nikigirawo the kesho. Wala ora kadeka. Ndio nauli. Nikigirawo the kesho. Na kujera ndio gakena. Adora hai. Rasima hiyo. Leo kena sisi ni mudumu wa muno ndimwede tashosho. Yeti kwa shosho. So every name that you have has been derived from where? So ukienda kwa Wakaba ukute mtu anaitwa ameitanishwa na usiku motuko ama ameitanishwa na jina gani ya Wakamba? Katuko na mbiti ni nini? Ni fisi. Mbiti ni fisi. Alo, na kamene, na kaleche, na ngiti. Kuna jina inaitwa ngiti? Ngite. Na ndolo. Dogi. Ndio ngite. Mtu anaitwa hivyo. Sasa angalia. Sasa uende uoe Mkaba. Alafu unakuta Mkaba anaitwa ngiti, alafu akuzalie mtoto amuita nini? Mbiti. Ni kama hawa watu wa Nyeri. Unajua watu wa Nyeri wanakuwa kafani sana. Unajua hivyo watu wa Nyeri ni mkono juu, watu wa Nyeri. Mkono juu watu wa Nyeri. Ushaijiuliza ni kwa nini watu wa Nyeri hawanaga majina za watu? Ushaijiuliza ni kwa nini hawana majina za watu? Wako na majina Ngare, Ngoru, Wang'ombe, Wajao, Nyamo. Watu wa Nyeri ni ati nini? Bogo, na Nyaga, na Degwa, na Gatekage, na Kahiti, na Jogu, na Jeru. Mzee, meta kwa malito manyamuneke. Mahiana na yona nyamo cia githaka. Niki
Todo ruciaro rwa andu a Nyeri ti rwa Gikuyu. The people from Nyeri are not pure Kikuyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wa Masai. Maana wa Kikuyu ambao walitoka Murang'a walienda walipitia kutoka Murang'a hapo Mukuru-ini wa Nyagathaga, wakateremka. Walipoteremka walienda mpaka mahali wakakuta mti ule unaitwa Mukurwe. Unajua mti unaitwa Mukurwe? Kama ile ilikuwa Mukuru-ini pale hapo Mukuru wa Nyagathaga, kuna mti hapo inaitwa Mukurwe. Wakiteremka wakaenda mahali kunaitwa Mukuru-ini. Watu wa Mukuru-ini? Mukuru-ini people. Sasa Mukurwe walienda wakapata mtu mwingine kama ile ya Mukuru-ini na Nyagathaga, wakaambia na tudhi hala Mukuru-ini. Hapo ndio walienda wakapumzika. Walipopumzika wakasikia huko upande wa Udhaya kuko na Wamasai, huko upande wa Karatina sasa kuna Masai, huko Tetu kuna Masai. Bwana Yesu asifiwe sana. So walianza kuingiana pole pole. Na walipoingiana, kitu ya kwanza, mtu wa kwanza walikutana na yeye kwa hiyo land, walikutana na Udhaya. Mtu Masai alikuwa Udhaya. Huyo Masai alikuwa anaitwa Olesayan. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndio jina Udhaya limetoka. Na sasa kutokana na hivyo, kwa maana hawa ni wa Masai na hawa ni wa Kikuyu wametoka Mukuru-ini, walipoanza kuingiana wakashindwa wataitanisha majina gani. Na kutoka hapo ndio waliamua kutengeneza majina ya ng'ombe, ya Wajau, ya Wang'odu, ya nini hiyo, Goru na Hanyamu. Sasa ukienda ukute mtu familia kati ukute baba anaitwa Wang'ombe na mtoto wake wa kwanza anaitwa Jau na mtoto wake wa pili anaitwa Wajau na mtoto wake wa nne anaitwa Gashau. Sasa ukienda wasalimiwa bia ng'ombe ici muriega no mukoro. Sasa walipopanda kuenda Tetu wakakutana na Masai mwenye alikuwa pande ya Tetu anaitwa Ole Tetu. Ndio naitwa huko kunaitwa nini? Tetu. Wakateremka pande ya Karatina kwa kina mtu mwingine hapa. Huko kulikuwa na Masai alikuwa anaitwa Ole Catherine. Ndio unasikia kunaitwa Karatina. Sasa hawa watu ni Masai. Na ndio unaona kama watu wa Nyeri wengi ndio wanakuwa kwa polisi, ndio wanakuwa Kikuyu, ndio wanakuwa kwa polisi, ndio wanakuwa kwa GSU, ndio wanakuwa kwa army. Maana hawa watu hata ukiangalia wa Mau wale walipigana vita vizuri ni watu wa Nyeri. Maana they are ruthless. They are people who can crush you. Nakuta mtu mnatembea na yeye hivi hapa, mnatembea ni bibi yako na ni polisi na ametolewa order. Huyo mzee mshike mara moja. Bibi anakuambia I respect you as a husband. Lakini leta mikono. Order imesema nikushike. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So names are ziko na importance yake. Na ndio naona sasa ili influence huko Nyeri yote, ili influence watu wa Nyeri wakaitwa wakakuwa na language na lugha yao ambayo unasikia imechange kidogo kutokana na Murang'a. Maana ukienda mali ya Tetu unasikia kwa Wajiro na Wajiko. Todo ni wani agosomishia ri agosomishia ri we asomete ri. Sasa unasikia kuna ni kama karuka kingine ambacho si kawaida because of the area and of the naming in a control. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what makes you makes your dream to become true. Na unaweza kufaulu ama ukikosa kufaulu. Na ukikuja hapa hawa watu wa Kiambu, na ndio unaona watu wa Kiambu wako na shida mingi sana. Watu wa Kiambu mkono juu. Watu wa Kiambu, hawa watu wameshonwa maidho, inua mkono juu. Alama shoneto maidho na ugwa. Watu wa Kiambu wote ni walikuwa mateka wa Masai bado. Masai wa Poruko. Hao walikuwa natoka huko, walikuwa nakuja wanaiba ng'ombe na wanaiba wanawake. Nige wetu Kiambu because ya kugedio ke bu. Maugidagio bu ni Maathai. Na magatunywaka. Ndio naona kina Kenyatta wamezaliwa na nani? Na Lena na hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So this interferes with your system, the ecosystem and the system around you. Kwa hivyo inafanya ufanikiwe ama ukose kufanikiwa. Siwezi kuendelea zaidi ya hapo, naona Masai imeenda sana. Tutaingia hapa saa 10 tena ndio tumalizie because it is a huge topic. Huge topic. Sema huge topic. Bwana Yesu asifiwe sana. Mmefurahia? Have you learned something? Ya jioni ndio itakuwa deep. Kwa hivyo kama utaweza, let's have you kutoka saa 10 sharp. Kwa hivyo worship team mkuwe mmeworship by saa 10, worship imekuwa mzuri na tumemaliza. Na nisikukute kukuja kuambia fanyeni hivi kutoka leo. Mjue system ina work. Hii kitoka hii inaingia. Hii kitoka hii inaingia. Tunaka kama with precision in commanding. Hapa ni camp, ni boot camp. Hapa ni kutrain kijeshi. Mmenielewa? Tunakaa kama nini?
kijeshi. Hakuna kuambiwa sasa, ni unajua time yako imefika, unachomoka. Time yako imekigia, unaingia kwenye system bila kuambiwa. Tunaingia kuingia na mipango ipagike, secretariat mipango ipagike mzuri. Tuanze sasa safari, ni kubomoa. Haleluya. Kuna kurudi nyuma. Sasa ndio utajua the true color of the man you are seeing. Tena kuniangalia hapo na macho mengine na hivi. Sasa kuna kitu kingine tumekuwa nayo. Tunaanzisha kazi. Sema kazi. Ule mtu angetaka anajua kufanya biashara, anaweza kufanya kitu. Tumesign contracts na makampuni kidogo. Hebu nipatie zile vitu nilikuja nazo. Who is there? Sasa tunafanya mauzo. So I'm looking for somebody anaweza kwenda kuuza. Tunampatia commission. Anauza kitu, akiuza kitu kama hii, tuseme anauza Velifex. Anauza, tunampatia na 10 bob, anauza 12 bob, anatengeneza pesa yake. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ningetaka kama ungetaka kufanya hiyo kazi, ujiandikishe. Ndio tuanze kufanya hiyo kazi as soon as possible. Unanielewa? Nilisema sitaki kuona mtu afanye kazi hapa. Na nikisikia uko hapa na ufanyi kazi, nitakutoaga viboko. Nyahunyo tulinunua. Nilete hiyo nyahunyo, tulinunua nyahunyo because of disciplinary measures. Mimi sitakaa na makatero hapa. Sitakaa na wakora hapa. Sitakaa na maidlers. Hii ni kabuni inatengeneza hii tissue. Mtashindwa kuuza hii kweli? Mtashindwa kuuza? Sasa nakuletea hii na shilingi, tuseme for example, nikuletea na 10 bob. Wewe uende uuze na 15 bob, upata shilingi yako 5. Na tutakusaidia kuleta hii kitu mpaka hapa, ukuje uchukue, uende uuze. Ile kitu tunataka kujua, uko na kitambulisho, uko na kila kitu, makaratasi yako tukuelewe. Na tujue mahali unakaa. Maana tunaweza kuwa ni jabasi, lakini mjaribu. Nitakupatia na nitakwambia tuenda. Na ukienda, mnanijua tu, nitakukujia. I'll find you where you are. And I will finya you. Kwa hivyo tunataka trust. Sema trust. Because we want to empower one another. Lazima to empower one another. We must find money in our pocket. Sio kukuja ukaa hapa tineko momono. Ukianza kusema ati nego dhoku, hakuna mahali kumedhoka. Ukianza kusema dunia yako imekuwa baya, itakuwa baya. You don't confess. Unavuruga because Joshua aliambiwa mahali popote utakanyagisha miguu yako utamiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Because it's about controlling, it's about subduing, it's about owning and having everything on your side. Sasa hii tutatengeneza. Usikue kama Buju. Buju nilimnunulia mashini hapa akatoroka. Mashini ya kufagia akatoroka huyu. Mashini hii mnaonaga hapa mimi nilimnunulia. Tulichanga hiyo pesa huyu kamutu. Kakakuja kakatoroka kakaenda kakasema akatakagi kuchoka. Na nilikuwa nataka tulikuwa tumemfungulia kabuni aende hii manyumba ya serikali aoshage napata pesa. Wale wengine walianza pamoja na wao. Mmoja alikuwa yake hapa nikamwambia kuja nioshee nyumba. Alipakie thina, alipakie vitu hapa chini ndio ikuwe shine. Unajua aliniandikia nini pesa ngapi? 350,000. Uosha tu hapa hivi. Na nikaona it is worthy. Maana kuna vitu anaweka and the amount of labor. Bwana Yesu asifiwe sana. Na una respect hiyo kazi. Nikamuuliza siku hizi unafanyanga kazi wapi? Akaniambia ndiye anaoshaga Harambee House yote. Sasa nikajua ni kwa nini ameniandikia 300,000 because anakopea hapa na Harambee House. Anaona hapa ni kama Harambee House ingine, lakini it is worthy. Sasa wewe nani niangalia kama hii ni disinfectant. Si hii mtashindwa kuuza. Mna supply kwa maduka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni factory mzima imekubali kunipatia. Hii ni mafuta nini? Premium fabric softener. Hii ni ya kuosha fabrics. Inatengeneza. Hii ziko nyingi. Hii ni carpet and upholster shampoo. Shampoo ya carpet ndio hii. There are so many. Na sio hii peke yake. Kuna makampuni tofauti ambao tumesign contract na wao. Because tuna kitu inaitwa mfalme wa amani, mfuafo. Halo. Hiyo si ya church, ni mfuafo NGO ambao tuko nayo ya kusaidia watu wote. Na hapa hakuna hasira. Ukikuja na hiyo ujinga ya hasira hapa, utapata viboko 25. Alafu tumetengeneza sale. Mahali tutakuweka siku 5, utakula mkate na soda ya Torino for 5 days. Hapa tutaki spirit ya umaskini hapa. We are talking with the kings, rich people, business moguls, business powerful people.
Watu wako naenda kukaa chini, unakaa na watu wakubwa mkifanya biashara. Uende India, uende Brazil, uende ukafanya. Si ukukaaga tu hapa unazunguka mpaka dunia imeanza kuchoka na wewe. Unajua kuna watu wengine hata dunia iwapendi sasa. Maana unaikanyaga kila siku, na venye unaikanyaga kwa hasira, unaikanyaga mpaka dunia inauliza wewe unaniulizaga nini? Siku na watu wanatembeaga mpaka unasikia kama mama wengine. Kuna mama mwingine niliona akitembea mpaka nikasikia, nipatie bagi yako, nikasikia huruma sana. Kai ino niona gila maudo ameshuria, ameweka bagi. Ukiona mama yote ameweka bagi inakaa hapa, inaenda hapa, huyo ni mama maskini, ameishiwa kabisa. Unakuta naenda na amepidua mdomo, imekaa ni kama iko na heart failure. Kibeti ibebagu hivyo. Unanunua kibeti ya tajiri ni kama ileta hiki. Toa hiyo mashuka, iko sawa hiyo kibeti iko. Imebeba vitu zingine. Leta. Sasa nimebeba vitu ziko na dhahabu. Kibeti inabeba kwa hivi. Bwana asifiwe sana. Kibeti inabeba kwa aje? Ya mtu ako comfortable, amerelax. Si mtu anaekelea begi na ekelea hapa, anaenda ni kama anaenda kule Nyamongo kwenda kuchukua kaida samaki inaitwa Kamongo. No. You must define a way of living in this world, and we have to live this world peacefully. Pesa iko, utajiri iko, kila kitu ambacho tunahitaji iko. Hakuna kitu tunaenda kutafuta. Ziko pesa, ziko na watu. Nasema ati hakuna pesa Kenya hii. Hii magari zimeona KDA na KDU ni kuokotwa ili okoto. Hizi manyumba zinapanda za gorofa huko zinapanda, zilitolewa wapi? Si pesa hiyo. Wewe ndio una pesa, ni kwa ajili utumiagi akili yako vizuri. Sasa lazima tupagane, tuingie mfuafo. Ukiwa mafuafo tutaanza sasa kufanya biashara. Na ile nyingine tulikuwa Kilabu Synagogue, now we are on advanced stage. Nitawafahamisha tukisaini contract mahali nataka kwenda kusaini kesho. Tukisaini maloya wangu, mtajua pahali pesa yenu inafanyia kazi. Mtasikia vizuri. Mtasikia nini? Vizuri. Mtapenda. That is the kind of the life. Na ile kanisa mimi nataka, si kanisa ya kukujaga hapa mnakaa mkebio mtoe sadaka mnaanza kuinama, mtu anaanza kuchukua simu ati nikutuma, na hakuna kutuma, anatuma hata moto haina, unamkuta kivinya na hii atete ati mpaka anauliza namba ya hapa iko wapi, na hiyo iko hapo mbele yake anaiona, namba ya hapa iko wapi. Yote hiyo watu hiyo roho ya umaskini hapa. Watu kabisa sitaki roho ya umaskini hapa. I want shosho kama shosho wanafanya kazi. Shosho wanafanya kazi. Hebu leta kiodo kimoja pale uone. Wamefanya kazi. Tunauza, tunafanya mauzo. Wako na kiodo sasa karibu 1,000, ziko na pesa. Moja ni shilingi 5,000. Tunauza. Wako na pesa sasa, wako matajiri, wanakanyaga vizuri. Buju unatoka hapa kwenda kaa hapa. Naona hii roho ndio nakukata saka. Hiyo roho ikome katika jina la Yesu Kristo. Hii ni ile suti tulinunua. Tayarisheni sadaka zenu. Kila mtu alete, kila mtu atoe. Kila mtu. Mtaenda na roho. Utazia hapa. Tuende hivyo, ukilete hapa. Tuende hivyo. Na wasimu mlete mnionyesha kwa simu. Ili umetuma. Niko demo kai, toake nyitwa. Kago kali kotokire. Yeah. Wangapi wanasikia kubarikiwa? God is good and all the time, and that is his nature. Kimoja tu mlete kimoja. Yeah, and that is the best ya kukua ada waroige afodito. Na noti ukiweka kwa bahasha ina straighteniwa. Na kama nika 50 usiweke kwa bahasha. Ama ukiweka kwa bahasha usiweke mate. Sio unaweka noti ya 50 alafu unaweka bahasha mate. Si unaona hiyo kikapu? Shosho. Dokimere. Nani ameshona hiyo? Ni wewe. Wahidra wajoi, tunatengeneza hapa. Na kama uko na market, if you have market ya kwenda kuuza, ukuje tukupatie. Uende uuze, utengeneze pesa yako. If you have a market. Na kama uko na pesa ya kununua, ununue. Wacha kutoka hapa kutembeaga na vitu, unaenda kununua chakula na beba bagi zinararuka. Hii kitu kama kale. Kuna mtu anabebaga. Na msirudi kuleta na hizi beba. Kama ni sadaka, beba leta hii. Nani alileta hii? Sio sasa hii. Sasa ukishikashika vizuri hivi, katararuka, kanaleta aibu ndani ya madhabahu.
Ni vizuri alilete, ni vizuri. Lakini sasa unabeba na karatasi mzuri. Unabeba hii kiodo, unabeba sadaka yako na kitu kizuri. Si ndio? Tumesikilizana? Because you are going to be rich. 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 Yes. Na nisisikie mtu hapa ni hasira ati mimi ni hasira. Nikisikia wewe ni hasira, tumesema ni viboko ngapi? Yeah? 25 kama huna kitu. Hapa hakuna roho ya umaskini. Roho ya umaskini hapa nisiwahi kusikia. At whatever you are, ulizaliwa kama umebarikiwa. Kila mtu hapa amebarikiwa, si ndio? We are all blessed. We are all sons and daughters of the Most High, the King of Kings. Hallelujah. So leteni sadaka zenu, bujichukua hiyo. Weka hapa. Weka pale. Wao wengine muweke hapa. Simuamuke tu mulete haraka haraka. Hawa watu wa worship wana lazima tumoibie kwa hivyo ndio waamuke. Kila mtu amuke alete sadaka, hata kama ni shilingi huko nayo lete hapa. Kila mtu amuka. Usione mtu amekaa chini. Nitakukujia hapo. Kila mtu. It doesn't matter umekuja kufanya nini hapa. Kila mtu. Hata kama ni shilingi weka hapa. Jifundishe. Jifundishe kubariki madhabahu ya Mungu. Jifundishe kukuwa mtu ambaye anashirikiana. It is a covenant you are making with God. Usinipite Mwokozi, nisikie Bwana unapozuru wengine. Usinipite Mwokozi, nisikie Bwana unapozuru wengine. Usinipite Mwokozi, unisikie Bwana unapozuru wengine. Usinipite, mwite Yesu, Yesu unisikie unapozuru wengine. Baba usinipite, mwite Yesu, Yesu, Yesu unisikie unapozuru wengine. Usinipite, twakuita Yesu, Yesu naomba unisikie unapozuru wengine. Baba usinipite,
firstborn. Na tumeelewa katika familia misingi ya kuharibu ambayo iliharibika inatendeka na imetendeka kwa familia. Now my issue here, how do we redeem? Maana kuna wale ambao wanaondoka. How do we redeem this structure of the family by firstborn? Number moja, how to redeem, ishike tu. It is by repenting. Bwana Yesu asifiwe sana. You as a mother, you as a father, we as a society, we repent and tell them we didn't do it right. Si kufanya vizuri. Have that courage. Talk to that son of yours. Talk to that daughter of yours. Umwambie, I'm sorry. I was not there to support you to become the purpose of God. Number 2, enable them. Help them to go. Connect them. Kama uko na connection, connect them with the people that are. The people that can produce the leadership that are in him. And also number 3, repeal every structure ambayo ilitengenezeka nyumbani ambayo ilileta kejeli kwa firstborn. Repeal it. Do anything at your disposal and change the structure of the family. Fight very hard. Don't ignore it. Eti kwa sababu mama alikufa, baba alikufa, na mabrother zako ni kama hawafanyagi, na brother yako huyo firstborn ama sister yako ni kama anakaaka kistailo. Don't give up. Fight until you bring restoration in your family. Why? Because the key is with those person, and those people, if they have not been repealed back to the system, it means you shall be stagnated. You will never prosper. You will never become. So inua hiyo family, inua hawa watu, inua familia yenu, pigana hata kama itabidi ya mwili, pigana mpaka ulete order in that family. And from that I want to commission you. Bwana Yesu asifiwe sana. I want to commission you that from today you are going to do battles of your family. Because it is not about just a battle. It is not just a battle. It is a physical battle, a spiritual battle, and everything. Any battle of the firstborn is a spiritual battle that you have to win. Bwana Yesu asifiwe sana. That is when nataka tukule sakramenti and this wine as a holy communion to commission you to start, initiate a program in you to go and change what is happening in your family. I'm giving you the power. I'm giving you the authority to go and change what is happening in your family. As from today, there is kutatokea moto ndani yako. Na hiyo moto, najua kuna wengine mumezimwa. Unataka kuongea kidogo unazimwa. Unataka kusema kitu unazimwa. Wamekuendea mpaka kwa waganga, wameleta uganga, wamemwaga kwenu. Sasa unafikaga huko, unagojeka. Kutoka leo ukiingia kwenu watapiga saluti. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maana kwa sababu wewe ndio Mungu amechagua leo, uende ulete restoration katika familia yenu. Kutoka leo I decree and I declare that from today God will give you mandate and power to go and reorganize your family, to go and bring down the kingdom and nations, pull them down, destroy them, cut them down, plug them down, and overthrow, then initiate a new system ambayo inabatana na familia. So go and bring back what is belong to in that family. Wewe ndio uko na manto. Ndio kwa maana Mungu amekuleta leo uelewe hivyo. Ndio uende utengeneze, because that is a dream of the family. And a dream of the family must be sustained. The kingdom, your father wanted your family, alikuwa anataka kutengeneza an empire. Go and build the name of your father. Make your father known. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nilifanya baba yangu akajulikana. My father hakuwa anajulikana, lakini I made his name to become, because nimepigana mapambano, nimepigana. Make your father to be known. Bwana Yesu asifiwe sana. Make changes, positive changes. Become very positive to your family. Become very positive to your life. Become very positive in whatever you are doing. Huko nyumbani, hata kama walikuwa warogi, hata kama unakuaga huko kuna kibrada kinakudishiaga maisha, nenda huko, uko na moto kutoka leo. Ukifika huko uchawi yake yote inaporomoka. Ukifika huko mauganga zake zote zinaanguka. Ukifika huko wanakuona mpaka wanasema ni waakinya. Nituragwetere, nidiraro atakokete, utakuta watakusikiliza kutoka leo. Ashas patianeni hapa. Father, I pray. Ninakuomba Baba, nageuza divai hii ikuwe damu ya Yesu Kristo.
nao mkate huu kuwe mwili wa Yesu Kristo. Na kutoko hapa ile nguvu iliyo ndani ya Yesu ya ukombozi, the savior, the liberator, ingie ndani ya mtu huyu, na kutoka sasa kwenda mbele ujasiri utapatikana ndani yake, ujasiri wa kiajabu. Roho Mtakatifu atatembea na yeye, na chochote ataenda kuweka oda katika familia yao kitasimama na kitaeleweka, in Jesus mighty name. Ashas. Na sio lazima hii, sio lazima. Kwa hivyo ukiona hutaki usikule. Hii ibebeleze yangu watu. Lakini unajua watu wakamwonyesha hapo wakisikia inapita. Naona watu wakamwonyesha pale nyuma. Kijito cha utakaso giza mekuoshwa humo, msifu Bwana kwa hiyo kijito cha utakaso. Harakisha kidogo. Sikusema mkae. Kuna mtu hajapata? Inua mkono kama hujapata. And why this? Mnaenda pole pole kwa nini? Ashas. You're a bit slow. Time is not on our side. Tunaelekea saa 8:30. Na kuna watu wanaenda Meru hapa. Na wengine wanaenda Zanzibar. Nani amewahi kufika Zanzibar? Nani hata mjatoka hapa? Wale wa Zanzibar. Wale Mombasa Malindi Zanzibar. Kwa hivyo kila mtu amepata? Nani anajapata? Kuna mtu hajapata? Adwa leo ni mara atoboidhia. Washosho hajapata huko chini? Ni kwa sababu mmekaa chini. Ukikaa chini unasaulika. Wewe Asha kimbia huko. Pitia hapa. Sawa. Hebu inua juu kidogo, jinua tu juu hivi. Inua tu na mikono yako. Hivyo umeshika tu. Mungu muumba mbingu na dunia. Huu ni mwili wa mwanao Kristo na damu yake. Tunainywa kwa ajili ya kutafuta uregesho katika maisha yetu na ulimwengu wetu wa kiroho. Kutoka sasa kwenda mbele, naomba Baba ukaweza kutujalia, kutufanikisha katika malengo mbalimbali. Tusaidie tukawa washindi katika maisha na ulimwengu wa kiroho, na tukaweza kukaa kama watoto wako kila wakati, na tuweze kuelewa jinsi ya mapenzi yako yalivyo katika utukufu wako. Naomba msamaha wa dhambi zote ambazo tumezitenda, hasa zile tumetendea our firstborns, na zile tumetendea wazazi wetu, na zile tumetendea jamii. Majina ambayo tulijiita kama mahasla, majina ambayo tulijipandikisa ambayo hayana maana na hayana mwelekeo na yana majonzi katika maisha yetu, na kuomba ukatuondolee. Kama vile Jebesu alikuja akakwambia, niondolee jina hili maana lina uchungu. Baba, tulijiita mahasla katika taifa letu,
na uchungu mwingi umekuwa juu yetu. Ninakuomba mnyororo huu na hata mateso haya yakatuondokee katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Tunaweza kuikunywa sasa. Watu wakamunyweza. Kunyweni sasa. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, sema amina. Wale ambao wangetaka kujiandikisha kwa kazi ambazo nimezisema, mtakuja mtakaa upande ule. Mkae upande huu hapo chini na makaratasi yenu, majina yenu, kitambulisho, ndio tuanze kazi rasmi. Wale washosho muikare hau. Inyuothe mushokanire handu hamwe, muikare hau. Wale wote washosho walikuja wakaliobagi wakarogosho, mkae saidi moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na msitoke mpaka niseme. Msitoke mpaka nifanya nini? Mutika umeginya ajuge. Ni moigwa? Thank you. Kaihoka shaka gatika gakora kwa uga kirwa tena. Thank you. And now may the grace Thank you, God bless you. Tukutane hapa saa 10 kwa wale wa the next lesson. Bethel Clouds TV, empowering lives. 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 Bethel Clouds TV, empowering lives.
Clouds TV, empowering lives. Bethel 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 Clouds TV, empowering lives.